ukikosa utachekwa sana. Usikose mwenzangu kuingia mji mtakatifu, barabara za dhahabu tutatembea, tembea kwa maringo. Edeni iliyopoteza urembo wake tutaiona tena. Ukikosa utachekwa sana. Usikose mwenzangu kuingia mji mtakatifu, barabara za dhahabu tutatembea, tembea kwa maringo. Edeni iliyopoteza urembo wake tutaiona tena. Ukikosa utachekwa sana. Amen. Nazareth Youth wanapokuja namba 199. Upendo ni furaha, ni kweli desturi. Twende. Upendo ni furaha, ni kweli desturi yake kuzisahihisha njia zetu zote. Upendo tu watoto wake, upendo mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndio hii, tupendane sana. Nazareth mtakuja baada ya mchungaji ama mnenaji atakapomaliza, mtakuja. Tunamaliza huu wimbo, tuanze kipindi kingine. Dunia ni huzuni, twende. Dunia ni huzuni, ugonjwa, mauti, kwa pendo tuwafariji wenye mahitaji. Upendo tu watoto wake, upendo mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndio hii, kupendana sana. Na atakapokuja kutuchukua juu, tutaimba milele pendo lake Yesu. Upendo, upendo tu watoto wake, upendo mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndio hii, kupendana sana. Amen. Tuombe. Baba Mungu wetu, tunakuja kwako tena wakati huu. Tunalitukuza na kulihimidi jina lako kwa sababu ya ukuu wako na matendo mema katika maisha yetu. Asante tena kwa nafasi ya siku ya leo. Umetujalia neema na nafasi ili tusikie kutoka kwako yaliyo mapenzi yako. Tumeomba sasa Roho Mtakatifu aje anene pamoja na kila mmoja wetu. Mtumishi wako Dr. Rose Misati atakapoenda kusimama mbele ya watoto wako, anapozungumza, tunaomba umpe Roho Mtakatifu amwezeshe yote ili tusimuone bali tukuone, na kwa hakika mwisho wake kila mmoja aseme ya kuwa nimekutana na Mungu na muumba wa maisha yangu. Asante kwa sababu utatenda, tawala kiwanda hiki. Tuone mkono wako na ukomboe kila nafsi iliyo hapa. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Karibu daktari. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Ni wakati mwema tena tumepata kuweza kujifunza siku ya leo hii semina masomo ya familia, family life. Jana tuliongea about majukumu ya baba, the role of fathers. Leo tunaongelelea majukumu ya mama.
the most important, mtu wa maana sana katika maisha ya mtoto ni mama. Siku za mwanzo za maisha, wakati mama ako mjamzito na wakati ananyonyesha mtoto, huwa mama na mtoto hakuna tofauti. The mother and the child wako kitu kimoja. Mama akikasirika, ule mtoto anakasirika. Ile chakula mama anakula ndio mtoto anakula. Kuna watoto wengi wamezaliwa wakiwa na akili punguani, kwa maana mama ametumia pombe na vingine vya kulewa kama madawa hivi. Mama akitumia, hiyo inaenda inaathiri mtoto, na mtoto anazaliwa akiwa akili punguani. Kwa hivyo ningewaomba tutie maanani yale maisha ule mama wanapitia wakati mama ako mjamzito, especially na wakati ananyonyesha. Kwa sababu vile nimetangulia kusema, mama na mtoto huwa ni kitu kimoja zile siku za mwanzo. Na najua nikiuliza wale watu wako kwa ndoa, the people who are married, nikikuuliza mtu wa maana zaidi kwa maisha yako, najua utaniambia pengine ni bibi yako ama ni bwana yako juu ameketi karibu na wewe ama ako around. Lakini nikikuuliza kando mtu wa maana kwa maisha yako, nadhani utaniambia ni mama yako. Kwa hivyo ningependa kusema usiwahi mtu chagua between you na mamake. Na hii ni wasia, advice ningependa kupatia wale the wives, bibi. Usiwahi weka bwana wako upande unamuuliza mimi na mamako chagua. Anaweza kukuambia openly amekuchagua, but I want to assure you, kwa roho ya mtu, hakuna mtu atachagua mtu mwingine bali mamake. Hata mimi sasa ukiniuliza mtu wa maana maishani mwangu, mimi nitakwambia ni mamangu. Mama ni wa maana sana kwa maisha ya mtoto. Na ukisikia mtu akiongea mama, huwa mtu anahisi upendo. Lakini ni kila wakati kweli huwa mama anakuwa wa upendo? Unajua ya kwamba kuna watu wengi wamekwazwa na mama kuliko baba. Do you know there are people who have been hurt more than with their mothers than their fathers? No manyetenga banta bange bagechiri guna mamu mwabo bagechiri ko bwa tato mwabo. Kwa maana mama na mtoto wakiwa kitu kimoja, mama akitenda jambo la uovu kwa mtoto wake, huwa anasikia inamuumiza sana. Tuende kwa Biblia, kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 10. Ningependa Isaiah chapter 49 verse 15 to 17. Ningependa msomaji atusomee. Isaiah 49 15 to 17. Kama kuna mwenye ako nayo kwa Kiswahili atusomee. Biblia inasema, watoto wako wafanya haraka, hao wakuharibuo na walio kufanya ukiwa watatoka kwako. Is that Isaiah 49 15 to 17? Oh, that was 17:15. Oh, 15. Yeah, read 15 to 17. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimuhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Asante sana. Hakuna mama wa kawaida, mama mwenye akona akili timamu, anaweza sahau mtoto wake ananyonya. Ukiwa mama, wale mama wamenyonyesha mtoto, unaweza toa ushuhuda ya kwamba ukienda mahali na umeacha mtoto mdogo, mtoto akilia na uko kilomita kadhaa, unasikia maziwa inatoka. Na ukipiga simu nyumbani utaambiwa mtoto analia wakati huo. Mtoto na mama huwa wameungana, wako kitu kimoja. So kwa hivyo hata mama akiwa Nairobi, mtoto ako nyumbani, mtoto alikuwa amelala na mama ananyonyesha, mtoto amke aanze kulia, maziwa itatoka na mama ako Nairobi. Kwa sababu mtoto na mama wako na uhusiano wa kipekee. Na nawaambia wale wa mama mnanisikiza, hata wa baba, hata wa vijana na watoto, mama ni wa maana sana kwa maisha ya mtoto. And yet kuna wakati fulani mama pengine hayuko, pengine ni mgonjwa, pengine amefariki, pengine ako tu busy, ako na shughuli nyingi, hawezi kuwa hapo kwa mtoto wake.
Kuna mfano mmoja ningependa kutoa, ni hadithi ya ukweli. Kuna mama mmoja alikuwa mama single mother, hakuwa ameolewa, na alikuwa na watoto wasichana 3. Na huyo mama alikuwa analeta wanaume kwa nyumba. She used to bring men to the house. Nao wanaume wakawa wanajisi au wasichana wake. The men were sexually abusing the daughters. Ule msichana mkubwa akaambia mamake, na hakuwa mkubwa sana, alikuwa miaka kama 11, 12, na wengine walikuwa wadogo. Akaambia mamake ya kwamba huyu mwanamume anakuja kwa nyumba, alikuwa ni mpenzi wa mamake, anawanajisi. Na huyo mama alifanya tendo la kiovu. Alishika wale watoto akawatandika sawa sawa. Na kisikia hamuamini, lakini ni ukweli. Niliambiwa na huyo msichana, mama aliwashika akawatandika sawa sawa. Akawauliza kwa nini wanamnyang'anya bwana. Na akawaambia, sasa inaonekana tuko wanawake 4 kwa hii nyumba. Kwa hivyo nyinyi mtatoka mniache na bwanangu. Swali nauliza, huyo msichana, sasa hao wasichana ni wakubwa. Swali nauliza, huyo mama kama ni mamako unaweza msamehe kweli? Nani inaweza kuwa rahisi kusamea huyo mama akiwa ni mamako? Is it easy to forgive such a mother? Oyara abamama mino ndaisi komwabera. Ni ngumu sana. Na najua ukinisikiza wewe kama mama, ukisikia nasema hayo maovu mama anatendea watoto wake, hauamini kama huyo mama ako na akili timamu. Haya, mama mwingine, siku moja nikiwa kwa salon nikitengeneza nywele, mtoto msichana wa miaka 13, 14 akakuja kwa hiyo salon akilia. Akaongelesha ule msichana alikuwa ananitengeneza, ananisuka nywele, wakaongea. Nikasikia mtoto akisema, kwenye nilikuwa ninafanya kazi nimefukuzwa, sina mahali pa kwenda. Mtoto mdogo msichana akona miaka 13, 14. Nikauliza, na kwa nini hauko shule? Ilikuwa ni wakati shule zimefunguliwa. Kwa nini hauko shule? Kaniambia, mimi nafanya kazi ya nyumba kwa sababu mama alinifukuza. Nikauliza, mama amekufukuza kwa nini? Ule wa saluni akaniambia, huyu mtoto anaishi na mamake hapa madukani, kwa hapo kwenye nilikuwa. Na mama akona mpenzi, na huyo mpenzi amekuja kuishi kwa nyumba yao, na huyo mpenzi akataka kufanya mapenzi na huyo, kuna jinsi, wacha niseme, to sexually abuse huyo mtoto msichana. Huyo mtoto msichana alipoambia mamake alimfukuza. Alimwambia, kwa sababu wewe umekuwa mwanamke sasa unataka kuchukua, utoke uende. Huyo mtoto akatoka, hana mahali pa kwenda. Akakuja hapo kwa saluni, akaongea na ule msichana wa saluni, kamtafutia kazi ya nyumba. Nikachukua namba ya simu, nikamwambia nataka niongee na mamako. Kampigia simu, alikuwa anauza kwa soko. Nikamuuliza, nikamwambia niko na mtoto wako hapa na amefukuzwa, ningependa ukuje tuongee. Huyo mama akanijibu vibaya. Sasa mimi nikachukua hatua, nikaambia huyo msichana wa saluni aite chief. Chief aweze kuambiwa huyo mama anaamini alichukuliwa hatua. Ukiwa huyo mtoto, ni rahisi kusamehe huyo mama yako kweli? Mara mingi sana wamama huwa wanatunza familia vizuri. Lakini kuna wakati mwingine mama wanafanya maovu, wanatenda maovu kwa familia, na inakuwa ngumu sana kwa watoto. Wale watoto wametendewa maovu na mama zao huwa wanapitia changamoto mingi sana. Na kwa upande wa wazee, hata mzee hawe wa bidii namna gani na awe na mali, kama akona bibi mwenye hajui kutunza mali, watakuwa maskini. Hiyo ni ukweli. Na kama mzee hata kama akona mapato kidogo, lakini apate bibi mwenye anajua kutunza, wataenda mbali. Na siku ya Alhamisi nilisema kwamba kwa wale vijana wenye wamepanga kuoa, kama unataka kuoa bibi, kwanza kabisa kama mama mkwe yuko, if the mother is there, angalia mama mkwe. Mara mingi you cannot be wrong. Huwezi kuenda out of the picture ukiangalia mama mkwe. Angalia mama mkwe sana sana, 90% mara mingi, 9 out of 10 mara mingi wasichana huwa kama mama zao. Kwa hivyo sisi kama wamama, Mungu ametupatia majukumu makuu kwa familia zetu.
Na lakini ni nini inatendeka? Inafanya mama wengi ama mama wengine wanatenda maovu ama hawezi kuwa familia. Nilisema hapo mwanzoni, inaweza kuwa mama ni mgonjwa, pengine hawezi kwa sababu ni mgonjwa. Saa zingine inaweza kuwa mama amefariki, au mama ametengana na Bwana, ameenda kwa hivyo hayuko. Ama kuna mama wengine ni wazembe, mama ni mzembe. Iko mama wengine wanaweza kuwa wameketi sahi hapa na ajui familia watakula nini jioni. Jioni wakiingia kwa nyumba ndio wanaangaliana juu mama hajapanga. Mimi nilifunzwa na mamangu nikiwa msichana mdogo, nisiwahi lala bila kujua familia wanakula nini ile siku, breakfast, asubuhi, chakula kiamsho kinywa. Aliniambia huwezi kuingia kwa kitanda ulale na ujui familia watakula nini asubuhi. Na asubuhi aliniambia huwezi toka kwa nyumba na ujapanga ni nini watoto na mzee wanakula masaa ya mchana, lunchtime ama evening. Vile nimekuja Kisii for 2 weeks, nilienda soko nikaacha chakula ya wiki 2. Kwa hivyo wanajua kila siku, wanajua ile wanapika because nimepanga nikikuja Kisii. Mimi niko na watoto wakubwa, si wadogo sana. Na nikatoka Nairobi nikakuja, nikifika Kisii town nikaambia mamangu siwezi enda nyumbani, kwetu ni Tombe, Nyamira County. Mama akakuja Kisii town kunilaki. Na vile alikuja Kisii town kunilaki, alikuwa amebeba karatasi imejaa sukari, sweet bananas na carton ya miwa. Wale tunakaa na wao wanaweza confirm. Aliniletea box imejaa miwa na akaniletea bisukari. Akaniambia kwenye unaenda kuhubiri, hiyo ni chakula nimekuletea. Na nikafika nikampigia simu nikamuuliza kweli nani kama mama? Nani angejua? Kwa hivyo kama uko na mamako ako hai, mshukuru na umpende na umwambie unampenda mama. Kwa sababu especially ukiwa na mama mwenye anakutendea mazuri, hakutendei maovu. Na kama wewe ni mzee na uko na bibi mwenye anatunza familia, sahi ametafuta mboga, amepanga nini mnaenda kula jioni, mwambie mke wangu nakupenda na ninakushukuru. Na kama unanisikiza na umekuwa mzembe, familia wana chakula na wewe uko, mimi naomba Mungu atusaidie tuweze kubadilika. Kuna wamama wengine wako na shughuli mingi sana, wako very busy. Kila mahali they are busy, they are everywhere. Na kwa jirani anajua kila kitu, hadi ile nguo jirani anavaa hiyo siku. Lakini kwake hajui nini inatendeka na watoto wake. Kwa hivyo ningependa sisi kama wamama ukue busy. Kwa first of all ujue nini inatendeka kwa nyumba yako. Kama watoto wako na mzee wako sawa, usijishughulishe sana na mambo ingine. Okay? Ningependa kusema ya kwamba mara mingi yale maovu yanatendewa watoto wasichana, hata si mara mingi, wakati wote. Kama sasa hapa kwetu Kisii tuko na changamoto kubwa ya ukeketaji wa watoto wasichana. Nafikiri tumeendelea kuacha, lakini kuna other parts huwa inatendeka hapa kwetu Kisii. Na hii Kisii ndio iko leading na Kuria, ukeketaji wa watoto wasichana. Na wenye wanakeketa watoto wasichana si wanaume, ni mama ndiye anaumiza mtoto wake msichana. Najua kuna sababu zinafanya hilo jambo litendeke, lakini kama wewe ni mama na umepanga ama umekeketa watoto wasichana wako, uombe msamaha na uache hilo tendo la kiovu unafanyia watoto wako wasichana, kwa sababu it is not for the benefit. Haisaidii mtoto, inaenda kumdhulumu kwa maisha yake. Wacha niweze kushare na nyinyi kazi ya mama kwa familia, jukumu ya mama kwa familia, na nitaweza kuwaletea majukumu 5 ya mama kwa familia ama kwa watoto wake. Jukumu la kwanza ni ya kwamba mama ndio ana provide ile tunaitwa safety. Yani mtoto kujihisi ya kwamba ako sawa, hana woga wowote. Ndio maana mama akizaa mtoto huwa anaambiwa wakuwe na skin contact. Ngozi ya mtoto ikuje pamoja na ngozi ya mama. Kwa hivyo mama anatakana kubeba ule mtoto, ngozi ikuje in contact ule mtoto akizaliwa. Mama asipofanya hivyo, huyo mtoto atakuwa akiendelea kuwa na woga.
unapata mtoto ako mahali ako na woga. Yani niseme kwa kikisio mwana yago twara chimba ekero umwana omongina nyorira umwana nyagitari agotebwa umwana yamubwate naenda amogonkie. Ekero konyora umwana atagonkiri igagukina kabwate chimba nahande kabwate obwoba akonya kuiguswa asali. Igo umwana akobwatwa tali akobekuga abuga akonya kurera. Mtoto anakumbatiwa, mtoto ananyonyeshwa, mtoto akilia anakumbatiwa. Tali buno umwana akorerwa akuchindo ote wenda kuchigali ngonjandole. Mtoto anakumbatiwa na mama yake. Hapo ndio mtoto anaweza kuwa mkubwa akiwa na safety, akijihisi ya kwamba hana woga wowote kwa hii dunia. Jana niliangalia kuna ule mtoto alikuja kuimba. I think kuna mtoto aliimba ni jana na tukaongea na pastor kule. Tukasema ule mtoto, that child has great parents. Ukiona ule mtoto akona self esteem, mtoto hana woga, unajua huyo mtoto amelelewa na wazazi wenye wameweza kumkumbatia na kumlea vizuri. Kwa hivyo hiyo ni kazi ya mama kwa mtoto, jukumu ya mama kwa mtoto ni mama akue karibu na mtoto wake, aweze kukumbatia, kupenda mtoto wake, anyonyeshe mtoto wake. Jukumu ya pili ya mama kwa maisha ya mtoto ama kwa familia ni kulisha familia. Mtoto akiwa kwa tumbo ya mama, nimetangulia kusema, mama na mtoto wanakuwa kitu kimoja. Ile chakula mama anakula ndio mtoto anakula. Hata akinyonyeshwa mtoto ananyonyeshwa na mama. Mtoto mwenye amepoteza mama kama hako mdogo, maisha yake haiwezi kuwa the same again. Life will never be the same again. Ekero mwana omoibulio ya kule kareke ngwerere. Omwana oyina akina omotebi no mwanchete mwana oyitakwe iwanga nanchire nabo kunya komate no mwanchete ero kuliryonga ukangancha boli no mokorera amaya omwana oyina bekoba akongu sana kwegunga nanchire. Kwa hivyo mama ndiye analisha mtoto na mama anajua ya kwamba mtoto akona njaa. Kuna kilio fulani tu mtoto anatoa, mama anajua mtoto ni njaa. Kuna kilio fulani mtoto anatoa, mama anajua mtoto ako na baridi, pengine nguo zake ziko wet, anahitaji kuwa changed. Mtoto analia kilio fulani, mama anajua mtoa mtoto nje. Kwa hivyo ni kazi ya mama kutunza, kulisha familia na kutunza, kulisha watoto. Tumekuwa na majenzis pale kwa town, na wale majenzis wanataka kupindua serikali ya Mungu. Vile Mungu alituumba men and women, tuko tofauti, hatuko the same. Na sisi wote tuko na majukumu tofauti kwa familia, ndio tuweze kulea familia ikue a balanced and godly family. Kwa hivyo wale majenzis wanakuambia what a man can do, a woman can do. Wanakuambia yale mwanaume anaweza fanya, hata mwanamke anaweza fanya. Nimeona majenzis wengine wanazaa mtoto ako 1 month, mwezi moja, na mama anaenda ngambo miezi na miaka, na anakuambia, unamuuliza mtoto umeacha wapi, anasema si nimemwacha na babake. Na baba hawezi nyonyesha mtoto, na baba anapatia mtoto yale maziwa yananunuliwa ya mikebe. Kama haiwezekani mama hawe hapo, ni sawa, mtoto anaweza apatiwa maziwa ya mikebe, lakini hiyo sio ya kwanza. Mtoto anyonye ikiwezekana. Kwa hivyo mtoto anaachwa na baba, na maisha yao mtoto inabadilika milele, kwa sababu ule mtoto hakuweza kunyonya, mama hakuweza na hakuweza kumtunza. Na utafiti unatuambia kwamba mtoto akizaliwa anyonye maziwa peke yake kwa miezi 6. Only milk for 6 months. Na wakisi sana sana ukiwaambia hivyo hawaamini, wanasema ai si atasikia njaa. Huyo mtoto ai si atasikia njaa, si apewe uji. Hapana. Mtoto hatakikani kupatiwa kitu chochote, hata kama ni maji, hapana. Anazaliwa ananyonya tu maziwa ya mama miezi 6. Na akifika miezi 6 akianza kupatiwa chakula ingine, bado mtoto aendelee kunyonya hadi miaka 2. Kwa hivyo mama, familia wapange uzazi, ndio mama
wasipate mtoto mwingine kama ule hajanyonya kwa miaka miwili. Na ukifanya hivyo unapatia mtoto wako msingi bora. Huyo mtoto ni kama ni insurance umemnunulia. Huyo mtoto kugonjeka hata homa itakuwa siku moja siku mbili amepona. Mtoto akienda shule kwa sababu yale maziwa ya mama, especially kama mama amekula vizuri, akili yake huwa ni akili sharp. Ule mtoto akienda shule hata sumbuka sana hata kushika masomo kwa sababu amenyonya na akili yake brain imeweza kumachua. Kwa hivyo kwa wale wadogo sasa, wale mnaenda kupata watoto, ningependa kuambia mama ni wa muhimu, na mtoto akizaliwa anyonye maziwa ya mama bila chakula yote for 6 months na aendelee kunyonya miaka miwili. Jukumu ya 3 ya mama huwa tunaita basic trust. Yani basic trust ni ile hali ya kuamini au kuaminiana. Mtoto akilelewa vizuri na mama, huwa huyo mtoto ni rahisi kuamini wengine na ni rahisi kuaminika. Sijui kama kuna watu fulani umeona, wacha piangu aneke gusi kwanza. Abantu mbaro korora umuntu akonya kuligeririe simu yao ase bali murase nyomo. Akonya kuligeririe simu yao nkangoyo wakingoyo gotomere message. Bakachi message chinde chigoche message eri akamiti abantu bali ba kamiti bagotoma ogotenga ni maito muntu ugwakire simu. Gose ngangori mwatenenete komo umuga kanaro ore kuri no mote igoro ri ni muka yako gende chiro na roche ori no mote igoro ama ene nkobate aligerereti nande muka ng'amoro kinga tari kuegeneka anapanda juu ya mti, bibi yake akienda mtoni, bibi yake akienda kwa soko, bwana ako pale juu ya mti anaweza anguka akufe. Anamwangalia anaona mtu wameongea na yeye, anamuuliza huyo ni mtu ni mgani mliongea na yeye, alikuwa anakuambia nini? Ule wa motorbike, kwa nini ulichagua ule alikuwa na jacket ya red ukapanda ile motorbike? Si ungechukua ule wa jacket ya blue? Na bibi anasema alikuwa amevaa jacket ya red, mimi hata sikuona. Huyo bwana ilikuwa ni ngumu sana kuamini bibi yake. Siku hizi watu si lazima wapande juu ya mti. Hii simu unapata mtu amekuwekea spy, inaitwa spyware. Iko app, iko kitu fulani watu wanaweka kwa simu. Messages zako zote, ujumbe mfupi, ukikuja anasoma. Kila kitu anasoma. Kwa sababu huyo mtu inakuwa ngumu sana kuamini wengine. Na mara mingi, sio wakati wote, lakini mara mingi kama ule mtu hakutunzwa vizuri na mamake, huwa anakuwa na changamoto sana kuamini mtu. Kwa hivyo nikiwaambia hii inakusaidia hata ukiwa mpenzi wako haamini, hakuamini, ama yeye mwenyewe haaminiki, wakati mwingine huwa unauliza, na hebu niambie uhusiano na mamako ulikuaje? Ngakimamo mino, ngakimura basani nere, ngakimamo mino, ngakimwakine tekarante byangu. Mamo mino no alenge, kwa sababu mama ndiye anasaidia mtoto aweze kuamini na aweze kuaminiwa. Sijui kama umewahi tembea kwa barabara, kwa streets. Unatembea kwa streets na unaangalia wale wako kwa streets, wale mama wako kwa mabarabara kwa streets, na mama amebeba mtoto na mtoto ananyonya na anacheza anarusha miguu, na wako kwa street, na pengine hiyo street kwenye wako ni mahali very dangerous, asebi bago embreta getegutu, lakini umwana kogonkaga kunyagwa kama goroiga, kwa sababu mtoto akiwa kifuani mwa mamake huwa anasikia ya kwamba, anahisi ya kwamba ako safe, haogopi jambo lolote. Kwa hivyo wale majenzizi wengine wananyonyesha mtoto na ako kwa simu, ako kwa simu, hey, hello, bwana, na ananyonyesha mtoto. Mama akinyonyesha mtoto aweke simu kando, aangalie ule mtoto wake. Hapo anasaidia mtoto kuweza kutrust, kuamini watu, na huyo mtoto anaweza kuaminika, kwa sababu anajua hata lolote likitendeka, mimi nikiwa na mama hapa niko sawa. Amina? Okay, jukumu la 4 la mama ningependa kusema, mama ndiye anasaidia mtoto anakuwa na a sense of belonging. A sense of belonging. Yani umwana kweunga nimbwate seito. Wale wenye mmeketi mnaniangalia, sijui kama kuna mwenye amepoteza mama. Najua kuna wenye wamepoteza mama. Mama mina asirete. Wakati mamako alikuwa hai, pengine ulikuwa unaenda kwenu every so often, si kila wakati, lakini ulikuwa unaenda nyumbani
ukisalimia ukiona mamako. Wakati alifariki pengine hujawahi enda nyumbani. Kuna mtu kama huyo? Hakuna? Okay. Tunashukuru Mungu. Lakini kuna watu nimeona ukiwa kama mamako ako hai huwa unaenda nyumbani, unaenda unamtembelea. Especially ukiwa kama wewe umeoleka kwingine. Tuseme umeoleka Kenyanya, kwenu ni Nyamira kama mimi. Ulikuwa unaenda nyumbani, unajua unaenda kutembeleana nyumbani. Lakini ile siku mamako amefariki, ukijaribu kukumbuka the last time ulienda nyumbani huwezi kwa sababu mamako ndio alikuwa nyumbani. Watu wanasema hivi, my mother is home. Hata watoto wakitoka shule, wakifika nyumbani, kama mama hayuko, hata mama apike chakula aweke pale, watoto bado wanasikia kuna kitu haiko hapa home. Lakini mtoto akuje nyumbani na apate mama, hata kama hakuna chakula ni maji, huyo mtoto anajisikia ya kwamba amekuja home. They feel like they have a sense of belonging. Kwa hivyo ningependa kuwahimiza webo mama wenzangu, kama mtoto wako anatoka shule, for example ako boarding school, tafadhali hata kama uko na chama, waambie nitachelewa. Waambie chama leo nitachelewa, mtoto wangu anatoka shule, tengeneza uji, pokea mtoto wako, mkumbatie, mwambie karibu nyumbani. Kwa sababu mtoto akikuja nyumbani na mama hayuko, hapo si nyumbani tena. Hakuna ladha, ni kama uji ama chai haina sukari kama unatumia sukari. Kwa hivyo hakikisha mtoto hata kama ni kuchelewa ama uji excuse, useme siwezi kuja leo kwa sababu mtoto wangu anatoka shule, pokea mtoto wako. Mzee akitoka kazini, tuseme kama mzee anatoka kazini na mama ako nyumbani. Mzee anakuja na ako shopping, amenunua shopping. Kuna wazee wazuri sana, especially wa Adventista, wazuri sana. Wakitoka kazini ama kama ameenda mahali, mzee anakuja amenunua shopping ameleta. Wewe kama mama hata kama uko pale kitchen, pia mzee ameingia, wacha ile unafanya, tokea hivi, karibisha mzee, mwambie karibu nyumbani. Chukua ile shopping, ingia nayo kwa nyumba. To basa gotigo mugaka konya kugukwana ne saka okorete ile shopping, umugaka konya kugukwana ayo origerete kando gabo. Tafadhali stop whatever you are doing, unless hata kama unanyonyesha mtoto unaweza angalia juu useme karibu nyumbani. Hiyo tu kusema karibu nyumbani na unachukia hiyo shopping. Na unasema asante umetununulia sabuni, asante umetununulia chakula. Tafadhali hiyo tu, ukifanya tu hiyo inafanya mtu asikie kukuja nyumbani haraka. Kama saa hii vile siko Nairobi hizi wiki mbili, nimesikia mtoto wangu mmoja amekuja late nyumbani, amechelewa. Sasa nilikuwa nauliza kwa nini unachelewa kuja nyumbani? Anasema hata mamia hayuko. Kwa sababu anajua mamia akiwa iko kiti, mimi huwa napenda kuketi iko karibu na mlango. Na keti hiyo kiti, na wakiingia akifungua tu hivi, uso anaona wa kwanza ni uso wa mama. Na mama ametabasamu na anasikia kama amekaribishwa. Kwa hivyo kwangu kuko baridi saa hii, na tena Nairobi kunanyesha sana. Kwa hivyo kuko baridi na wanachelewa kukuja kwa nyumba. Mama ni wa maana sana. Karibisha mzee, karibisha mtoto, karibisha wageni na utabasamu. Hata kama una kitu ya kuwapatia, unawapatia tu maji na unaleta ladha kwa nyumba. Nikiwa msichana mdogo, nikiwa shule ya primary, ninakumbuka many years ago, over 40 years, miaka kama 40 imepita. Nikitoka shule nikija nyumbani, mamangu alikuwa ananingojea kwa kiwanja kama hivi, amebeba dadangu wadogo wawili, ananingojea kwa kiwanja, na alikuwa ananingojea na kikombe cha uji. Na sijawahi sahau. Na saa hii nikiwa popote huwa nafikiria mamangu nimnunulie nini, nifanyie mamangu nini, kwa sababu sijawahi sahau. Na yeye nikimwambia hakumbuki, lakini namwambia ile siku nikitoka shule ulikuwa unaningojea, na umebeba mtoto mwingine kwa mgongo, mwingine hapo, na umebeba uji, na unaniambia karibu nyumbani. Na nimetoka shule nikiwa msichana mdogo, na sasa namwambia mama, nitakulea nikutunze, kwa sababu hii masomo yangu ni wewe ulinisaidia, ukanilea mpaka ukanifikisha kwenye niko. Ya 5, jukumu la 5 la mama
ni unconditional love. Unconditional love ni tuseme ni upendo hauna kipimo. Upendo hauna kipimo. Mama anapatia watoto wake na bwanake upendo usio na kipimo. Unconditional love. Sai ukienda kwa jela, Kamiti Maximum Prison, ukienda kwa jela, uangalie wale wafungwa wamefungwa milele for life. Ukiona wale wanatembelewa, utapata mama amezeeka, mama anatoka mbali, anatembelea mfungwa every time kuna visiting day. Na ile siku mama atafariki, juu wafungwa wanakaa miaka mingi, mama anafariki, ule mfungwa hatembelewi. Kila mtu give up, haendi kutembelea mfungwa, lakini mama anatembea na ndizi ama uji amebeba, anatembelea mfungwa, bado ni mtoto wake. Hata ukue na miaka mingapi, lakini kama mamako wako, bado wewe ni mtoto wa mama. Ule mfungwa anatembelewa na ule mama. Mama akifariki, mfungwa atembelewi tena. Wafungwa fulani walikuwa wamewekwa kwa jela ya milele maximum. Waliambiwa siku ya Mother's Day, kuna siku ulimwengu unasherekea siku ya mama. Wakaambiwa waandikie mama zao cards. Wakapatiwa cards, barua. Wakaambiwa andikia mama yako barua. Wafungwa wote, karibu wote, walikuwa 1000, waliandikia mama zao cards. Wamama wapelekewe barua. Siku ya Father's Day, siku ya kusherekea kina baba ikafika, wakapewa hizo cards, wakaambiwa andikia baba zenu. Out of wale wafungwa 1000, 2 tu ndio waliandikia baba zao. Wakaulizwa, wengi walisema mimi sina baba, sijui baba, baba alini abandon, alini disown, ama baba hata hatuna uhusiano mwema. Kwa hivyo mama anapatia mtoto wake unconditional love. Ile upendo haina kipimo, hata mtoto akifanya kitu chochote. Mtoto akiwa shule, awe amepatikana kwa kosa kubwa. Kuna makosa kubwa watoto wanafanya wakiwa shule. Ule mtoto akipatikana na kosa kubwa na atumwe mzazi. Kuna wababa wazuri wa Adventista wanaenda, lakini baba wengi ataachia mama, atamwambia sasa pambana na hali yako. Lakini ikuwe mtoto ako na zawadi, anaenda kupatiwa zawadi, baba atakuwa number 1, hata amevaa suti, hata atakuwa yeye ako mbele, hata anapiga picha. Kama ako na simu hii mzuri, anapiga picha, anachukua video. Na ule mtoto ile jina ako nayo ni jina ya nani? Sina ya baba. Saa zingine watoto wangu wakifanya makosa, huwa nawaambia mimi siwajui. Nasema tu kimchezo. Naambia mimi siwajui na siwatambui. Kwa jina yangu haiko. Ukisoma majina yako mimi utaona jina yangu. Nyinyi ni watoto wa mwenyewe, enda kwa mwenyewe. Mimi siwajui, siwatambui. Of course hiyo ni mchezo. Wananiambia tunajua anything, hata tukifanya jambo lolote wewe ndiye tutakujia. Kwa hivyo mama, Mungu ameweka mama kwa familia ndio aweze kupatia watoto wake upendo bila kifani. Upendo bila kipimo. Unconditional love. Wacha niseme hivi. Kama mtu amelelewa kwa familia, hajahisi upendo bila usio kifani, ama upendo bila kipimo kutoka kwa mamake, hata ukimpenda, hata waihisi kama amependeka. Even if you love that person, they will never feel loved. Aba gusimba tebete, tuganta kana ng'ombe to tuganta kana ki. Munanisikiza kweli? Aba gusia batebete tuganta kana ng'ombe to tuganta kana. No maite kibateberete igo. Ese ngencho chinga kichinyinge ekero mwana ari ntakana. Abande baitontore chintakana ntaite gotebye gere buye manye. Ekero mwana ari ntakana. No mwancha. Onacho motu omote na koiro motuone. Omwana ori gokonyore umatete etumatete tari koigumuna no mwanchete. No korarigiya tari koigumuna ne rigiya. Ese ngencho mama mwabo tamworogeti bwanchani botari obwanchani bomoetana ine, yani obwanchani yani conditional love. Pone gento ndabatebi sisi kama wa mama isikwe ya kwamba uko kwa familia na watoto wako wako na upweke
na uko kwa familia, kwa sababu wewe unajishughulisha na mambo hayafai. Love your children. Watoto wako wasikue kama mayatima na wewe uko. Isikue ya kwamba mzee anajaribu, he's working very hard, lakini wewe hapo mali wewe ni kuharibu. Hata wewe una insight watoto, unaelekeza watoto vibaya. Kuna mama wanaelekeza watoto vibaya. Unapata pengine mtoto akona uhusiano si mzuri na baba yake. Badala ya kusaidia, wewe ndio uko hapo unachochea. Unasema unajua huyu babako na siku nyingine akakufanyia hii. Inawezekana ya kwamba unajua baba akona upungufu fulani. Hata kama baba akona upungufu, it is not in your place. Tali goroliao goisaransia abana baonse gochaka kubatebinga isoyo maete bunarega taisaini. Inkirende kwa mochorere tonye taisaini. Inkirende omanyerete nero nye taisaini. Okuno wetiereria matimo. So hata kama kuna upungufu fulani wa baba, wewe ufunike. Na sisemi udanganye, nasema wewe ufunike na usaidie ule mtoto kutengeneza uhusiano na baba yake. Kwa sababu kama mtoto hana uhusiano mzuri na babake, huyo mtoto ataenda kuteseka maishani mwake. Kwa hivyo kazi yako wewe, you are a peacemaker. Wewe kama mama unaleta amani. Iko mama wengine wanaona mtoto amepewa pesa pocket money, anaenda shule na baba, alafu mama anapita kando anaingiza pesa kwa mfuko. Unasema nini sasa? Unamaanisha nini ukipita kando unapea mtoto? Au mtoto amepanga kuenda pengine ni party ya usiku, na wewe ndio uko hapo mnapanga na mtoto, unadanganya baba, mtoto ako kwa bedroom na unajua mtoto ameenda kwa anasa za usiku. Kwa nini tufanye hivyo? Sisi tuwe kitu kimoja, in unity, tuweze kusaidia watoto. Kwa sababu ule mtoto hana heshima kwa baba yake, ule mtoto hata waijua kuheshimu sheria. That child who does not respect the father, that child will not respect the government. They will not respect authority. Kwa sababu hiyo mtoto hajaweza kurespect hiyo authority ya babake. Iko mtoto wangu mmoja, sisemi ni nani. Siku moja alikuwa ana watch hizi vitu kwa simu, ana vile watu wengine abasonga abo maitenjira nira abasongo bamenyete abasongo nabaya. Lakini culture yabo rende tali yaito talibo. Culture nere y'abasongo mbale bosi yake tali yaito. Bono mwana yako nyakoligereri chi YouTube ebinto binde ne jokes, ebinto bindo maite n'abantu bakunya gwakitie michezo. Umwana uyu akamenya korora. Tato mwabarenge room akagenda agateta tato mwabonga egento nkerenta itako mokongontera. Nkamote yaya karati gatato minongo chale takunya gokongonte room. Akagendera gokongonta ako mokongontera. Tato mwabakairege kake. Umwana uyu akamenya gutkuino morango ri akanywa kagochigari. Bono nchetinge geneti go itabana. Ninko baikaransi n'abakwanira. Lakini umwana uyu namotebe tinge gento gwakorere rero ekibono negento kere a matter of life and death. Tigankwanike gusiagara abantu mbanyu abasonga abambanyigu. Bono umwana uyu go namotebe tiga egento gwakorere rero ningwanchite numaite ningwanchite amangana ndonsi nabo tokugamba. Lakini kwagenda gwakongontera iso morangu kwanga komosika ale room kwamanya gotuomo morangu tato mino kale nyumba tinje tikuganya tato mwabasoke kabwato mwana yokoboko nkamoire ejikoni ngasie ko morangu aliniona na ndoche buja tinta itikote kina akorete. Lakini umwana oji ntwancha ine sana. Lakini umwana nkamatenga rero ndero litimbo lyegonkire. Rero litukeri nabo lyabete rero umwana oyo tukabaga abwagacha litogosoka ntwe igwananete nkamotebye kekero this one you cannot do esengenchekera umwana kworokize tari kworokiza maskani nkamanya umwana yaho chikogenda isiko ryago chikogendie gari umusigari gakumoteneni angeko gendie gari ryoka arasuri sasi gusagende ekerari kirwa guchigokora emeremo gagotebwa chinso ko reportiga kwebanga onyoro iraniri bo basago kora emeremo umwana we nakora emeremo rende
Igobono maitabangina na bora nyono nyumugako uko mochaite lakini to basa guchamugako singenchonero kuruseti se itoko se inoko eterieta nonye gochaito mugako to basa gukagange keremo ikaransanse mwatachiro mugakanse na abana mwamugamba mwamotiokipi bona ayoka gitenga abana abo unawaleta kwa upande wako. I am telling you wetereria matimo unachimba kabuli rako. So ukiona mtoto hana uhusiano mzuri na baba, wewe keti chini, ongea na yeye, mwambie unajua huyu ni babako, unamheshimu, unaishi hivi na vile. Kuna wamama wengine pengine umepata mtoto na wewe ni single parent, na mimi naheshimu sana single parent. Mamangu ametulea peke yake single, babangu alifariki nikiwa miaka 2, so nakuheshimu sana. Lakini kwa mama wamezaa mtoto ako single parent, na mtoto anafika ile umri anakuuliza baba yangu ako wapi, na ule mtoto mama anamwambia babako aligongwa na gari. Kwa hivyo hapati mtoto chance ya kujua baba yake. I want to tell you, mama hawezi patia mtoto identity, baba ndiye anapatia mtoto identity. Kwa hivyo kama uko na mtoto unless ikwe ule baba amekataa, lakini kama baba hajakataa na mtoto anakuuliza, tebyo mwana obo maene esengenjokero mwana na atagetamanye nganchenga ina arwete akwe na identity. Okay, kwa hivyo wacha nikimaliza niseme ni jambo ngumu sana kwa mtu akiwa akilelewa hana mama. Huwa ni jambo ngumu, na kuwa mama si jambo rahisi. Being a mother is not easy. It is a heavy responsibility. Ni jambo zito sana. Lakini wewe kama mama kwa ile boma, kwa ile familia, wewe ni wa maana sana. Na usiseme kama mzee afanyi majukumu yake, wewe huwezi fanya majukumu yako. You do your part, we said, you remain faithful. Wewe unabaki mwaminifu na Mungu atakujazia. Sasa naingia upande wa maombi kwa sababu najua haya majukumu ni mazito, na mimi ningependa kuombea mama. I want to pray for a mother, especially ikwe wewe ni mama na uko mjane, ama ikwe wewe ni mama na uko single mother. These mothers are very special to me. Wale wa mama wako single mother ama wajane wako very special to me. Babangu alifariki mamangu akiwa miaka 26. Na alikuwa amezaa watoto 8, 2 wakafariki, akalea watoto 6 na hakuwa amesoma. Na mamangu akatulea akiwa mjane, na alitulea akiwa maskini hoe hai, hana mbele hana wala nyuma, hana chochote, hana lolote. Kwa hivyo sisi tukalelewa maisha ngumu, na najua kuna wengine pia mulelewa maisha ngumu. Kwa hivyo si mimi peke yangu. Lakini kwa nyako robo gimaboli mokolia matosi, no maita matosi obo gimaboli okoli kibando chimbese esengencho tobwati more rogo sambera atukwa na kiberiti, na kama jirani hajawasha moto ndiye akusaidie moto ukuje kuchoma mahindi, unakula mahindi mbichi. Umewahi ona maisha tu arekoli chingende chimbese ama rabuo ni twalie byogo kyo mugondo bande? Tulikula hiyo maisha, hata nyasi tumekula, kwa sababu we ni mtoto, uko na njaa, mama hayuko, kwa hivyo unakula chochote unapata. Lakini mimi nashukuru Mungu kwa sababu Mungu alishikilia mamangu na Mungu akatushikilia, na saa hii tukiongea hivi mamangu, nashukuru Mungu, mamangu ako miaka zaidi ya 70 na ako sawa, na yeye ndiye alinileta huku wakati nilikuja Wednesday, na alinileta na gari yake. Amen. Kwa hivyo mimi ningependa ushuhuda nimefanya tu kwa mfupi kwa sababu ya wakati. Nataka kukupea hope, yani nakupatia matumaini, kwa sababu unaweza kuwa unanisikiza umesema majukumu umesema, na mimi nimeona hiyo ni mzito, na mimi ni mama, ni mjane, ama pengine mzee, wewe uko hapa mzee ako kwa mtaro, lakini nataka encourage ya kwamba Mungu atakushikilia. Iko mama kama huyo, nimuombee nikimaliza. Kesho tutaongea juu ya watoto, majukumu ya watoto. Kuna mama kama huyo? Pole, nikiangalia upande huu hii mic haifanyi vizuri, ndio maana sijakuwa nikiangalia sana upande huu. Okay, iko mama anahitaji nimwombee. Mama, you are a single mother, wewe ni mjane, au unataka nikuombee, unaweza simama tu kule huko kwa sababu ya muda.
I want to pray for a single mother somewhere. I want to pray for a widow. I want to pray for a woman mwenye anasema Mungu nisaidie, Mungu nishikilie. Hayo majukumu nimeyasikia na ni mazito, nataka unisaidie, unishikilie. Kuna mama kama huyo? Stand up just 1 minute, then we pray. Thank you so much. Nimeona mama wajane wako pale, na ama single mother, ama wenye kuna upungufu fulani kwa familia. Jana nilisema juu ya majukumu ya wazee, lakini wewe ukiangalia kwako kuna upungufu. Mimi nataka encourage, nataka nikuhimize. Hata tukisema sasa tunasema ati watoto wakilelewa na baba wanakuwa na identity, wanakuwa na nini. Mimi sikulelewa na baba, sikuona babangu hata siku moja, lakini sasa Mungu amenishikilia, amekuwa babangu, na mimi nimeweza kusimama hapa mbele yenu, na nimesimama kwa jukwaa duniani mzima nikiongea kwa nchi nyingi za dunia, nikiongea haya maneno ya familia. Okay, let's pray. Father, in the most wonderful name of Jesus, we thank you for this evening. We thank you for your word, and we thank you for teaching us the roles and the responsibility of a mother. God, you have seen the ladies who have stood. We have widows, we have single parents, we have ladies who are married but they are parenting single. I want to bring them to the feet of your throne. They are weak but you are strong. Some of them are struggling to raise their children. Some children have turned away from you. Some children are going to school and there is no money. Some children have no clothes. Some children are lacking guidance. Some widows have been disinherited. They have nowhere to go. Some widows are being taken advantage of because of our community. I want to pray for them. Lord, we know that there are mothers who have not been faithful in their families. They have not been faithful to their children. They have caused pain to their husbands. They have caused pain to their children. I want to pray that you may turn their hearts, oh God. I pray that if there are mothers who are looking for something to do, they are looking for jobs, may you provide. If there are mothers here who have businesses, I pray that you may take customers their way. I pray if there are mothers who are seeking for wisdom, please give them wisdom. If there are some of them who have children who have turned wayward, I pray that you may turn those children to them. I want to pray that their children will rise, that their children will shine, that these women who have stood here are going to be called blessed. Lord, I'm not speaking of something that I have not experienced. I have seen how you have blessed me. You have blessed my mother. I pray that you will bless them, oh God. And even if as a society, as a church, sometimes we look down upon women who don't have husbands, I want to pray that you may clothe them with your righteousness, that you may take their shame away, that they may not be ashamed, that they may walk with their head held high, that they may walk in confidence. If some of them have made the wrong choices because of loneliness, I want to pray, dear God, that you may give them patience, that you may teach them the value of valuing their bodies, so that they may not give their bodies in order for them to be provided for. Your word says you are a defender of the widows, you are a father of the fatherless. I pray that you're going to be their father, you're going to be their defender, and they will not lack. And I know that soon and very soon we will testify of your goodness in the land of the living. We thank you and we receive this with a lot of gratitude. For it's in Jesus' name we have prayed and believed. Amen. Barikiweni sana. Amina. Tunaposubiria kipindi kingine, ningependa tuweze kuimba wimbo nambari 100. Maombi yanapokaribia kwa wimbo mmoja, ili tuweze kuingia katika kipindi cha Bible study. Namba 100. Great is thy faithfulness. Twende. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Though changes not thy compassions, they fail not. As thou hast been, the forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, my mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifest with
witnesses to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All thy hast given, thy hands hast provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Asante. Mbinguni. Amen. Naomba tuweze kusimama na wimbo 171 tuweze kumkaribisha kipindi cha Bible study. Naomba tusimame. Imeanzishwa, ubeti wa kwanza na chorus. Imeanzishwa hukumu, imeanzishwa hukumu mbinguni. Twende. Imeanzishwa hukumu mbinguni, tutasimamaje pale apimapo Mungu hakimu kila wazo na tendo? Tutasimamaje sote katika siku kuu ile? Dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha? Tuombe. Baba yetu na uumbaji wetu, tunakuja miguuni pako wakati huu tukiwa na wingi wa shukrani katika mioyo yetu, maana umekuwa pamoja nasi katika vipindi ambazo zimepita. Tusamee dhambi zetu tunapoingia kipindi kingine. Tunaomba Roho wako Mtakatifu azidi kuwa pamoja nasi. Mnenaji tunamweka miguuni pako, aweze kunena yote yatokayo kwako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Nachukua nafasi hii ni wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya vipindi ambavyo vimepita. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kipindi cha Kaya na Familia, lakini pia kwa sababu ya uimbaji ambao umeletwa na ndugu yetu hapa, unaozidi kutuinua na kutusongeza karibu na Mungu na Mwokozi wetu. Karibuni kwenye kipindi chetu cha uchambuzi wa Biblia, na moja kwa moja tutaingia katika somo letu la leo ambalo Bwana ametuandalia, somo la pekee sana ambalo litakuwa ni kama ni muendelezo wa somo ambalo tulifanya siku ile ya jana. Jana tulizungumza kuhusu habari za kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili, na tukaona vipengele ambavyo vinahusika na kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Tulisema Yesu atakuja katika uhalisi wake, atakuja na kila jicho litamuona, kila sikio litamsikia, lakini pia itakuwa ni tukio la mwisho la muhimu la kufungwa katika historia la ulimwengu huu. Ila leo swali ambalo nataka niulize ni kwa nini Yesu hajakuja basi? Mbona humo muda wote ambao Wakristo waswa wanaoamini kuhusu marejeo ya Yesu Kristo, namna wanavyodai kwamba Yesu anakuja, ni kwa nini Yesu hajakuja basi? Ni kipi ambacho kimemzuia muda huu wote ili kwamba Yesu asije mara ya pili? Na fungu letu la kwanza nitakalolisoma jioni hii ya kipekee leo, msomaji utanisaidia, ni Yohana sura ya 14 mstari wake ni wa 2, kisha nitasema masuala fulani kuhusu fungu hilo. Yohana 14, Yohana Injili 14 mstari wake ni ule wa 2. Biblia inasema, sawa, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Sawa, kama sivyo singaliwaambia.
Aha. maana naenda Hebu soma hilo fungu vizuri. Kama sivyo ningaliwaambia. Sawa, ningaliwaambia twende. Maana naenda kuandalia mahali. Tulia. Kuna dhana ambayo imeaminika na wengi ya kwamba sababu ambayo Yesu amekawia kuja mara ya pili, anafanya shughuli ya ujenzi ya majumba ya watakatifu mbinguni. Dhana imesambaa ya kwamba kile ambacho kimemkawisha Yesu, kuna kisehemu ya wanadamu na Wakristo wanaoamini ya kwamba Yesu amekawia kwa sababu shughuli ya ujenzi wa majumba ya fahari ya mbinguni ambao watakatifu wanapaswa kurithi haijakamilika. Lakini nataka uangalie fungu hilo kwa umakini sana tena kwa mara nyingine. Tutaisoma fungu hilo tena, lakini sasa tuweke mawazo yetu, tuone kama dhana hiyo inaweza kuwa kweli. Hebu kaza sauti unapoisoma, utilie mkazo ili kwamba tuweze kusikia fungu tena. Inasema, nyumbani mwa Baba mna makao mengi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Katika fungu hilo utatambua maneno ya Yesu Kristo anapoyazungumza yapo katika wakati uliopo. Yaani wazungu wanasema present tense. Anasema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kwa hivyo jambo la kwanza, wakati Yesu anapozungumza kipindi hicho, alipokuwa anazungumza na wanafunzi wake, tayari alikuwa anawahakikishia kwamba nyumbani mwa Baba yake mna makao mengi. Wakati uliopo ina maana ya kwamba kama wanafunzi wa Yesu Kristo wangefunga safari kwenda mbinguni ile siku ambayo Yesu alikuwa anazungumza, wangepata majumba yako tayari kwa sababu yao. Kama wangeenda mbinguni ile siku, wangepata majumba yako tayari kwa ajili yao. Manake Biblia Yesu anasema nyumbani mwa Baba yangu mna, in my father's house are many mansions. Kwa hiyo shughuli ya ujenzi wa majumba mbinguni sio kitu ambacho kimemkawisha Yesu. Hebu kama imeeleweka mpaka hapo nirushie mkono wako hewani namna hii. Kama imeeleweka vizuri, amina. Bwana na akubariki. Wakati mwingine nasahau tuko na audience huku nyuma, poleni sana. Lakini jambo la pili, wakati Yesu anasema ya kwamba nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kuna shughuli ya siku zijazo ambayo alitaja kwenye hilo fungu. Anasema nyumbani mwa Baba yangu, saizi ninapozungumza na nyinyi wanafunzi wangu, mna makao mengi. Lakini tena kwenye fungu kuna shughuli ya wakati ujao ambao Yesu anaizungumzia. Soma tena fungu, teremka chini kutokea mahali ambapo umefika. Inasema, kama sivyo ningaliwaambia. Kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Mstari wa 3. Achia hapo. Yesu anasema majumba yako, lakini nachoenda kufanya ni kuwaandalia mahali. Vitu viwili tofauti. Anasema there are mansions, majumba yako, lakini shughuli naenda kufanya ni shughuli ya kuwaandalia mahali. Na unajua hata tukisoma fungu hilo ndani ya muktadha wake halisi, the right context, utatambua kwamba ni kweli Yesu Kristo alikuwa anajua kile anachokimaanisha. Hebu ili kwamba tuweze kuelewa, tusome fungu hilo, manake chapter 14 kutokea mstari wa 1 ni mwendelezo wa jibu ambalo Yesu anazungumza na Petero. Turejee sura ya 13. Nataka usome kutokea mstari wa 33. Turejee sura ya 13, soma kutokea mstari wa 33. Hiyo ndiyo muktadha haswa wa fungu, ili tuone mtiririko wa mawazo namna inavyokuja kufikia sura ya 14. Twende. Inasema, enyi watoto wadogo. Unasoma wapi? 13:33. Kitabu gani? Yohana Injili. Soma twende. Enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo, sawa, nipo pamoja nanyi. Mutanitafuta. Na kama vile nilivyowaambia Wayahudi ya kwamba mimi niendako ninyi, sawa, hamuwezi kuja, sawa, kadhalika sasa nawaambia ninyi,
amri mpya nawapa, mpendane. Soma kabisa. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu. Soma kabisa. Ukiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Endelea. Simoni Petro akamwambia. Sikiliza hapa. Baada ya Yesu kuzungumza hayo maneno yote kuhusu habari za kinachoandaa kurithi uzima wake na kuingia katika ufalme, Simoni Petro akaamua kumwambia Yesu swala hili. Soma twende. Bwana, unakwenda wapi? Akamuuliza, unakwenda wapi ambapo sisi hatuwezi kuja? Twende. Yesu akamjibu, niendako huwezi kunifuata sasa. Akamwambia, saizi Petro, ninakoenda huwezi kunifuata, lakini utanifuata baadaye. Lakini baadaye utaweza kunifuata. Twende. Petro akamwambia, Bwana, kwa nini mimi nisiweze kufuata sasa? Endelea kusoma. Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako. Sawa, twende. Yesu akamjibu, je, wewe utautoa uhai wako kwa ajili yangu? Tuendelee kabisa. Amini nakuambia, jimbi hatawika hata wewe utapokuwa umenikana mara 3. Sawa. Meisha. Nilisema unaenda mpaka 14 mstari wa kwanza. Twende. Msifadhaike mioyoni mwenu. Tulia hapo. Baada ya Yesu Kristo sasa kuzungumza na Petro anatamani kumfuata Yesu mahali anakoenda, lakini Yesu anamwambia huwezi kuenda sasa, utakuja baadaye. Baada ya Yesu kumwambia maneno hayo, akageuka kwa kundi lingine la wanafunzi sasa, ili kwamba awatie moyo ya kwamba ndiyo, ninakoenda sasa hamwezi kuenda, ni sawa, lakini baadaye mtakuja. Kisha Yesu akawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu. Twende. Wacha kulala Orina, twende. Mnamwamini Mungu. Niaminini na mimi pia. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Akawaambia, mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia. Achia hapo. Yesu Kristo yupo wazi ya kwamba majumba ambayo watakatifu wake wanapaswa kuyarithi, kama wangeenda mbinguni ile siku wangeyapata. Kama tutaenda mbinguni leo tutayapata. Manake majumba tayari yalikuwepo, yameandaliwa. Lakini kile ambacho muda huu wote kimemkawisha Yesu, Biblia inasema kwamba alitoa ahadi ya kwamba anaenda kuandaa mahali. Shughuli hii ya maandalizi ya mahali ndiyo shughuli ambayo imemkawisha Yesu mbinguni hata sasa. Kile ambacho kimemzuia asije kwa mara ya pili, kile ambacho kimemzuia asije kutuchukua tupeleke nyumbani, kile ambacho kimemkawisha mbinguni ni shughuli ya kutuandalia mahali. Na wapenzi, ni jambo zuri kujua ya kwamba mitume kama sisi walitazamia kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili, lakini mitume pia walitazamia shughuli spesheli ambayo Yesu angeifanya mbinguni baada ya ufufuo. Ina maana waliamini ya kwamba baada ya kufuka kwa Yesu Kristo kuna shughuli ambayo alikuwa aitekeleze mbinguni, aifanye mbinguni kama maandalizi ya kutuingiza katika raha ya milele. Ni shughuli gani hii? Warumi sura ya 8 mstari wake ni ule wa 34. Warumi sura ya 8 mstari wake ni ule wa 34. Soma twende kwa upesi. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Sawa. Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Sawa. Naam. Na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu. Sawa. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Amina. Biblia inasema shughuli fulani speciali ambayo Yesu anaifanya akiwa mbinguni. Biblia imetaja matukio tunayajua katika fungu hilo. Hebu sikia tena kwa mara nyingine. Teremka tuende, inasema, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Sawa, twende. Je, ni dhiki au shida? Unasoma wapi? Pale ambapo ulikuwa unasoma, usiteremke. 34. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Sawa. Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Jambo la kwanza anasema ni Kristo Yesu aliyekufa. Naam. Na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu. Tena Kristo aliyefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Tena huyu Kristo yuko mkono wa kuume wa Mungu. Anafanya nini yeye?
tena ndiye anayetuombea. Ndiye anayetuombea. Wapenzi, injili haijakamilika bila sisi kuzungumzia shughuli ambayo Yesu anaifanya mbinguni sasa hivi. Alikufa sawa, alizikwa sawa, alifufuka sawa, lakini habari njema zaidi ni kwamba baada ya ufufuo wa Yesu Kristo amekaa mkono wa kuume wa Baba yake mbinguni. Warumi anasema kwamba anatuombea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia upendo mkubwa wa Yesu Kristo. Haikumtosha kutoa maisha yake kama kafara kamili msalabani. Haikumtosha kuruhusu kulazwa kwenye kaburi ambalo lilikuwa limeombwa. Haikumtosha kushinda kifo na kaburi na mauti. Lakini upendo wa Yesu Kristo tena unamsukuma aendeleze shughuli nzima katika mpango wa ukombozi. Hivi sasa Yesu jemedari wa msalaba, Yesu ambaye ni mwokozi wetu, wapenzi, nina habari njema ya kwamba anatuombea katika mkono wa kuume wa kiti cha enzi mbinguni. Jameni, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizo ndizo habari njema ambazo Mungu anatupatia. Na kwa hiyo jioni hii natamani imani yetu isishikilie tu marejeo ya Yesu Kristo kwa mara ya pili, lakini pia ishikilie ni sababu gani ambayo Yesu alifufuka. Ili Yesu lazima alikuwa afufuke, kwa sababu kama Yesu asingalifufuka, kama Paulo asemavyo, imani yetu inakuwa bure. Kwa sababu hatukuhitaji tu Yesu anayekufa juu ya msalaba, tulihitaji Yesu ambaye baada ya kafara yake kamili msalabani bado anaweza kuhusika kikamilifu katika ukombozi wetu. Kwa hiyo wapenzi, injili sio tu swala la kufa kwa Yesu Kristo. Injili sio tu swala la kuja kwake mara ya pili. Injili inahusisha pia ni kwa nini Yesu alipaa, ni kwa nini Yesu alienda mbinguni. Ni kwa sababu kulikuwa na kazi speciali ambayo ilikuwa ni lazima Yesu aitimize mbele ya kiti cha enzi cha Baba yake. Na Paulo ana namna ya kusema swala hili. Waebrania 9 mstari wake wa 24 anaisema kwa lugha ya kupendeza na kuvutia sana. Waebrania 9 mstari wake wa 24, Paulo hivi ndivyo asemavyo. Twende. Kwa sababu Kristo sawa hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono. Baada Yesu kufufuka, hakuingia katika patakatifu ambapo pamefanyikwa kwa mikono. Sawa, ndio mfano wa patakatifu halisi. Teremka kabisa. Bali aliingia mbinguni hasa. Aliingia mbinguni hasa. Kwa nini? Aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Habari njema sana wapenzi, ya kwamba Yesu baada ya kufufuka, wapenzi, amepaa. Lakini amepaa kwa ajili yetu, asimame mbele ya kiti chake cha enzi, ili Robinson anapofanya dhambi, anapokuja kutafuta msamaha wa dhambi kwa kafara yake kamili, anaposimama mbele ya kiti cha Baba yake, anaomba kwa ajili yetu, anasihi kwa ajili yetu, anatafuta msamaha kwa ajili yetu, na kupitia haki yake watoto wa Mungu wanapata msamaha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo shughuli anayefanya Yesu mbinguni sasa hivi ni shughuli muhimu sana kwako, kwangu, kwa watoto wetu, kwa ulimwengu wote. Ni shughuli muhimu sana. Amesimama mbele ya kiti cha enzi kwa ajili yetu. Shughuli hii waandishi wengine wa Biblia wameipatia jina hukumu. Ni shughuli tu moja ya kutuombea, ni shughuli tu moja ya kututetea, lakini waandishi wengine wa Biblia wameipatia jina hukumu. Kwa mfano, Danieli 7 mstari wa 13 akizungumza kuhusu shughuli hii hivi ndivyo anavyosema. Danieli 7 mstari wa 13, tembea tuende, inasemaje?
Danieli 7 mstari wake ni ule wa 13. Nikaona katika njozi za usiku. Sawa. Na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu. Katika njozi za usiku Danieli anamwona mmoja aliye mfano wa mwana wa Adamu. Huyu ni nani? Huyu ni Yesu Kristo. Huyu ni nani? Huyu ni mkombozi wetu aliyetuorina. Huyu ni nani? Huyu ni hakimu wetu mkuu aliyetutetea, aliyetukomboa, aliye rafiki yetu. Huyu ndiye mmoja aliye mfano wa mwana wa Adamu. Kwa hivyo anaona mbele ya kiti cha enzi mwokozi wetu, anaona mbele ya kiti cha enzi rafiki yetu, anaona mbele ya kiti cha enzi mmoja anayechukuana na madhaifu yetu, kwa sababu aliwahi kuwa na asili kama yetu, alijaribiwa kama tunavyojaribiwa. Danieli anasema kwenye njozi alimwona mmoja mfano wa mwana wa Adamu. Habari njema ni kwamba hata kama sijamaliza kusoma fungu, hatupaswi kuwa na wasiwasi wa shughuli inayoendelea mbinguni, kwa sababu anayetutetea, anayetuombea, hakimu katika swala zima la mbinguni ni rafiki yetu, ni mkombozi wetu, anaelewa hali yetu, anaelewa mapungufu yetu, na tukimwamini na kumtegemea, hukumu haipaswi kututisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ndio habari njema kuhusu shughuli ambayo inaendelea mbinguni. Hayamaliza fungu inasema, twende. Akaja pamoja na mawingu ya mbingu. Sawa. Akamkaribia huyo mzee wa siku. Twende. Wakamleta karibu naye. Soma kabisa. 14 naye akapewa mamlaka na utukufu. Tena akapewa mamlaka na utukufu na ufalme. Soma. Ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Soma kabisa. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele. Soma. Ambayo hayatapita kamwe. Twende. Na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Sawa. Basi mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu. Hebu achia hapo. 13 ulisoma yote kweli mtumishi? Nimemaliza baa 14. 13 ulisoma yote? Naam. Hai, hebu rejelea 13 na kwa mara nyingine. Nikaona katika njozi za usiku. Sawa. Na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu. Sawa. Akaja pamoja na mawingu ya mbinguni. Akamkaribia huyo mzee wa siku. Wakamleta karibu naye. Sawa. Naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Sawa. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele, ambayo hatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Kuna kipengele kinachozungumza kuhusu vitabu vikafunuliwa. Sijui kama wewe ndo naipita ama mimi ndo si nimekupatia fungu lisilo 10 mstari wa 10. Samahani, wacha nikwambie 10. Ndiyo 10. Mungu akubariki. Moto kama wa moto. Sawa. Ukatoka ukapita mbele zake. Twende. Maelfu elfu wakamtumikia. Soma kabisa. Na 10,000 mara 10,000 wasimama mbele zake. Sawa. Hukumu ikawekwa. Hukumu ikawekwa. Na vitabu vikafunuliwa. Amina. Huko juu analizungumzia kama hukumu. Anapoteremka mstari wa 13 anamzungumzia huyu anayehusika katika hukumu ni mmoja aliye mfano wa mwana Adamu. Kwa hivyo wapenzi, habari ya shughuli inayoendelea mbinguni, Yesu anayetuombea, Yesu anayetutetea, shughuli ya hukumu inayoendelea mbinguni, wapenzi, ni habari njema. Kwa sababu gani? Ni habari njema kwa sababu Yesu aliye hakimu ndiye mtetezi. Yesu aliye mtetezi ndiye rafiki yetu. Yesu aliye rafiki yetu ndiye mkombozi. Kwa hiyo hukumu haipaswi kututisha, kwa sababu Yesu aliyetukomboa ndiye aliyesimama mbele ya kiti cha enzi cha Baba kwa ajili yetu. Na Paulo anapozungumza swala hili, waraka wa kwanza wa Timotheo 2 mstari wa 5, waraka wa kwanza wa Timotheo 2 mstari wa 5, hivi ndivyo asemavyo. Twende. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Sawa. Mwanadamu Kristo Yesu. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na sisi ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Tuna ujasiri katika swala zima la hukumu, sio kwa
sababu ya wema tulio nao, hasha. Sio kwa sababu ya uzuri ambao ni sehemu yetu, hapana. Ujasiri wetu kwa hukumu ni kwa sababu tunaye mtetezi, tunaye anayesimama mbele ya kiti cha babake. Ni mwanadamu, ni mwanadamu wapenzi, anaelewa asili yetu, na amesimama hapo ili kwamba atutetee, atuombee mbele ya kiti cha enzi cha baba yake. Unajua, kila kitu Kristo anachokifanya anakifanya kwa ajili yetu. Alikufa kwa ajili yetu, alipaa kwa ajili yetu, atarudi kwa mara ya pili kwa ajili yetu. Upendo mkuu aina gani wapenzi? Alikufa kwa ajili yetu, alifufuka kwa ajili yetu, anarudi mara ya pili kwa ajili yetu. Kila kitu Kristo anachokifanya ni kwa ajili yetu wapenzi. Hatukuweza kujiokoa, alituokoa. Hatuwezi kusimama mbele ya hukumu ya baba sisi wenyewe, amesimama kutuwakilisha. Hatuwezi kujipeleka mbinguni wenyewe, atarudi kutuchukua tena. Huyu ni Yesu mwenye upendo, anayetujali sana, anatufia, anatujia, anatutetea. Huyu ni Yesu ambao kwetu amefanyika kuwa rafiki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nisikia amina kwa sababu ya Yesu wetu. Hauwezi kumpata mkombozi kama Yesu Kristo. Huwezi wapenzi. Mtu akufie kisha aseme siwezi kuruhusu mauti inizuie. Manake kaburi ikinizuia, Robinson atabaki bila tumaini, wakazi wa Kenya watabaki bila tumaini. Lazima nishinde mauti na kaburi, na Yesu hatimaye anatoka kaburini na nguvu na mamlaka, kwa sababu anajua yuko na shughuli anayopasa kuiendeleza. Isitoshe, baada ya kufufuka anasema sitaenda mbinguni kuchukua utukufu wangu. Nitakachofanya, manake bado wanahitaji rehema yangu, nitasimama mbele ya kiti cha enzi cha baba yangu, niwaombee, niwatetee, nisi Mungu kwa niaba yao, niinue haki yangu iwafunike, na hatimaye nikimaliza nitarudi tena niwachukue. Kila kitu Kristo anachokifanya wapenzi, anakifanya kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Upendo mkuu wa namna hii, kwa nini tusimpende Yesu namna anavyotupenda sisi? Na unajua hata shughuli ambayo tunapaswa kuifanya sisi ni kupokea ofa yake. Ndio maana mchungaji Brian siku ile ya Sabato alisema kwamba ukombozi ni zawadi. It's a gift Mungu ametupatia. Kinachohitajika kwetu ni kuipokea. Wapenzi, wacheni niwaambie, nimejifunza na Biblia inafunza kwamba ni ngumu kupotea. Nimesema nini hivi? Acha nifikirie kabla sijazungumza. It's easy to be saved than to get lost. Ni rahisi kuokolewa, inahitaji jitihada kupotea. Hebu sikia fungu la Biblia, kitabu cha Filipi 2 mstari wake wa 12 na 13. Hebu soma kwa pesi, mtu wa Mungu, twende. Wa Filipi 2 mstari wa 12 na 13 inasemaje? Basi wapendo wangu, sawa, kama vile mulivyotii siku zote, sawa, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe. Utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Tulia kwanza, alafu tusome 13. Anasema utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Unajua, ukisoma fungu hilo na wachie hapo, unaweza kukosa nguvu. Unaweza kujiangalia huisi hauwezi. Unaweza kujiangalia huisi nitafanyaje kutimiza ukombozi wangu kwa kuogopa na kwa kutetemeka. Lakini sikia habari njema, mstari wa 13. Maliza, inasema kwa maana ndiye Mungu. Kwa maana ndiyo Mungu. Ndiyo nani umati? Ndiye Mungu. Tulia Orina sasa. Ni nani? Biblia imesema ni nani kanisa? Ni nani? Mungu. Sasa sikiliza, amesema timizeni ukombozi wenu kwa kuogopa na kwa kutetemeka. Lakini 13 nasema ndiyo Mungu. Haya, maliza fungu. Atendaye kazi ndani yenu. Atendaye kazi ndani yenu. Kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Inasema it is God who works in us both to will and to do
of his own good pleasure. Mungu anatenda kazi ndani yetu wapenzi. Ukombozi umerahisishwa kwa namna ambavyo Kristo mwenyewe amechukua sehemu ya kufanya sehemu kubwa zaidi. Anachokitaka kwako na kwangu ni ushirikiano. He wants cooperation. He wants surrender. He wants us to totally give ourselves to him. Tujipeane kikamilifu, na tukijipeana kwake anafanya kazi ndani yetu, kutaka kwetu na kutenda kwetu kwa kila kusudi lake jema. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wake wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wake wa kwanza. Twende mtumishi wa Mungu wa Rina. Biblia inasemaje ili kwamba tufunge somo letu la leo kuhusu habari njema ya hukumu? Twende, inasema watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili msitende dhambi, ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba tunaandikiwa ili tusitende dhambi. Mungu anatamani tusitende dhambi. Mungu anatamani tushiriki katika ukamilifu, lakini anasema tukitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba. Tunaye mwombezi kwa Baba. Amaliza fungu inasema Yesu Kristo mwenye haki. Amen. Asante. Njia pekee ambao tutapata neema na kupata rehema mbele ya kiti cha enzi cha Mungu ni kupitia haki ya Yesu Kristo. Hiyo ndiyo njia pekee ambayo tutapata msamaha wa dhambi. Tunapomjia Yesu Kristo kwa imani, anaposema mbele ya kiti cha enzi cha Baba yake wapenzi, tunapata rehema, tunapata msamaha, lakini zaidi tunapata uweza wa kushinda dhambi. Amen. Ni dhambi gani ambayo hiyo imekulemea na unahisi kana kwamba hauwezi kushinda? Ni hali gani hii ambayo inakulemea na unahisi kana kwamba imekuwa ni sehemu ya maisha yako? Yesu anakukumbusha kwamba alikufia, alifufuka kwa niaba yako, na hivi sasa anakuombea mbele za Baba. Yaani hakuombei tu msamaha. Manake unajua msamaha wa Mungu sio kama msamaha wa koti. Msamaha wa Mungu sio kama msamaha unapoenda mbele ya jaji ama hakimu ya ulimwengu huu. Mungu anapokusamehe anakupatia uweza wa kutofanya hiyo dhambi pia. Amen. Kwa hivyo msamaha wa Mungu ni msamaha wa kipekee kabisa. Anakusamehe, lakini pia anakupatia uweza wa kutofanya hiyo dhambi tena wapenzi. Na ndio maana kwa sababu ya habari hizi wapenzi, Mungu ana ujumbe wa maana kwetu jioni hii ya kipekee. Kitabu cha Matendo ya Mitume 3 mstari wake wa 19. Matendo ya Mitume 3 mstari wake wa 19. Soma. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Asante. Anasema tubuni basi mrejee. Kwa sababu Yesu anatuombea mbinguni, kwa sababu Yesu anasihi kwa niaba yetu, sasa anasema tubuni basi mrejee ili dhambi zenu ziondolewe. Sikilizeni wapenzi, mbinguni hivi sasa Yesu yupo katika shughuli ya kutengeneza nambari yake. Mbinguni hivi sasa Yesu yupo katika shughuli ya kutengeneza nambari yake. Majina yanakubaliwa, lakini pia majina yanakataliwa. Na Yesu ametupatia muda wa ziada. Yesu ametupatia kipindi cha rehema ili kwamba tufikiwe na Injili, ili kwamba tupokee mwaliko wa ukombozi, ili kwamba tumkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ndiyo shughuli endelevu ambayo ipo mbinguni sasa hivi. Ndio maana Petro anasema kwamba tubuni
mrejee ili dhambi zenu ziondolewe. Wapenzi, Yesu anatamani atutenganishe na dhambi zetu, na ndiyo shughuli ambayo anaifanya mbinguni sasa hivi. Yesu anatamani atupatie ushindi dhidi ya dhambi, ndiyo shughuli anaifanya mbinguni sasa hivi. Anataka wewe na mimi tushirikiane na yeye ili muda unapoisha, wapenzi, akitokea mawinguni, dhambi ziwe zimefutwa. Dhambi ziwe zimefutwa, wapenzi, majina yao yamekubaliwa tena, manake Yesu hataki kukupoteza milele. Wapenzi, anataka wewe aliyekukomboa hatimaye, wapenzi, anataka aweze kukaa na wewe milele. Unajua dhambi inabeba ndani yake sifa ya kuangamiza, na ukiruhusu ili kwamba Mungu asiweze kuishughulikia, wapenzi, hiyo dhambi itakusambaratisha. Na ndiyo maana fungu letu la mwisho jioni hii, kuna swali ambalo linaulizwa, na mhubiri mmoja alisema ni swali ambalo Mungu hana jibu. Aliamua kuliangalia hivyo, ni sawa, lakini kuna upekee katika swali hilo. Kitabu cha Waebrania 2 mstari wake wa 3. Waebrania 2 mstari wake wa 3 inasemaje? Waebrania 2:3 inasema, sisi je, tutapataje kupona? Tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Tusipojali wokovu mkuu namna hii, tutapataje kupona? Tosha tu, asante. Tusipojali wokovu mkuu namna hii. Wokovu gani? Wa Yesu aliyetufia, wa Yesu aliyefufuka, wa Yesu anayetuombea, wa Yesu anayekuja kwa mara ya pili. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu wa namna hii? Wasikilizaji wangu wapenzi, ndugu na dada zangu, natamani niwaambie, Kristo karibu anakuja. Hivi sasa anatoa kafara kwa sababu ya dhambi zetu. Hivi sasa anatengeneza nambari kwa sababu ya ufalme wake. Hivi sasa anaandaa wale ambao watahudhuria karamu ya harusi ya mwana kondoo. Hivi sasa anaandaa wale ambao watavikwa haki yake na mavazi yanang'aa hatimaye. Ninakuuliza, je, unampokea Yesu Kristo? Ninakuuliza, je, unashirikiana na Yesu kushinda dhambi? Ninakuuliza, je, unampatia Yesu maisha yako? Kwa sababu natamani kwa neema ya Yesu Kristo, shughuli ya kutuombea, shughuli ya kututetea, shughuli ya kutusii kwa niaba yetu mbele ya kiti chake cha enzi cha Baba yake, anapotutetea na wewe akutetee, anapopokea majina na majina yako yaweze kupokeleka, ili siku ile watakatifu watakapoinuka na kuondoka huru makaburini, watakapokutanika makaoni kule juu, majina yatakapoitwa, jina lako pia liwepo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina yatakapoitwa, jina lako pia liwepo, wapenzi. Na ndiyo shughuli Yesu anafanya mbinguni sasa hivi, kuhakikisha orodha imekamilika. Imekamilika. Yesu anatamani kurudi, ila anazuiliwa na wewe na mimi. Hebu nipeane mfano huu kisha niombe na wewe. Nataka waze kwamba ni Jumapili asubuhi, mama anajiandaa kwenda sokoni. Anapojiandaa kwenda sokoni, kabla aondoke, anaamua ili kwamba adeki nyumba. Anachukua maji, anachukua besheni na kitambaa ili kwamba aweze kudeki nyumba. Anadeki nyumba kutokea upande mmoja hadi upande wa mwisho. Akifika upande wa mwisho, mtoto wake mdogo anatoka nje na furaha. Ni siku ambayo mvua imenyesha kama leo. Anakuja akiita mami, 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 lakini kwa furaha yake anapita na viatu vyake vya matope na anakanyaga sakafu mpaka mwisho. Kumbuka, mama alikuwa karibu anamaliza amwage maji ili kwamba atoke nje, lakini mtoto amepita na matope tena akachafua sakafu ambayo ilikuwa safi kabisa. Ili mama aende sokoni na usalama, akiwa na amani, itambidi apige deki tena, itambidi aanze tena.
Tuassume tena ameanza kupiga deki kutokea upande mmoja hadi upande wa pili. Akimaliza karibu kufika mwisho, tena mtoto amekuja tena kwa mara nyingine, mami, akakanyaga tena na matope. Ili mama aende sokoni na amani, lazima wapenzi apige deki tena. Sikiliza. Yesu amekuwa katika shughuli ya kusafisha dhambi. Yesu amekuwa katika shughuli ya kutenganisha na dhambi. Huenda, sijui, alikuwa karibu kumaliza, lakini pindi tu akiwa karibu kumaliza, akaona bado kuna mwanangu ambaye ninapaswa kumpatia muda wa ziada. Nikifunga mlango wa rehema, huyu naye atapotea. Nikimaliza, huyu naye sitamrithisha uzima wa milele, kwa sababu bado namuona, japo anapigana na dhambi, ana nia ya kuachilia. Inabidi nimpatie muda wa zaidi. Na huo muda wa zaidi, wapenzi, ndio huu. Huo muda wa zaidi ambao tunauliza, ndio huu Yesu ametupatia. Unauliza kwa nini hajakuja mara ya pili? Anakusubiri wewe. Unauliza kwa nini Yesu hajakuja kwa mara ya pili? Ananisubiri mimi. Unauliza kwa nini Yesu hajakuja kwa mara ya pili? Hataki upotee, kwa sababu Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali ni mwaminifu kwetu. Hataki mtu awaye yote apotee, bali wote wafikirie toba. That's what God wants. Na amekupatia muda huo zaidi ili urudi mwanangu, urudi nyumbani. Mwambie, nimeiona kafara yako kamili, na tamani nifanyike mtoto wako. Lakini je, unajua ninapoomba na wewe, hata subiri milele. Japo anasubiri, hata subiri milele. Wapenzi, kuna wakati utafika, sauti itapaa ikisema, mtakatifu na azidi kutakasika, mwenye dhambi na azidi kutenda dhambi, anayedhulumu na azidi kudhulumu. Unajua mstari unaofuata kwenye fungu linasemaje? Inasema, tazama naja upesi, na ujira wangu mkononi, kumlipa kila mtu kama kadri ya kazi yake ilivyo. Natamani jioni hii ya kipekee, wapenzi, mpokee Yesu Kristo. Mwache ashughulikie dhambi vilivyo moyoni mwako. Mwache akutakase. Mwambie, unisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto, utakalo dhambi ife kwangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mimi Robinson ni wa kwanza. Natamani Yesu anisafishe ndani na nje kwa moto. Natamani dhambi ife kwangu. Natamani anipe rehema atakapomaliza shughuli ya mtakatifu, niwe katika orodha ya watakatifu wa mbinguni. Je, wewe ni wa pili? Je, wewe ni wa tatu? Je, wewe ni wa nne? Kama unajiunga na mimi, na usimame tunapoomba sasa. Kama ndilo ombi lako na wewe, kwamba shughuli hii Yesu aifishe dhambi ndani yako, ushirikiane naye hatimaye katika ushindi baada ya shughuli za hukumu. Simama sasa tunapoomba. Tuombe. Mungu na Baba yetu, asante kwa sababu ya neno lako. Hata nami nimeisikia sauti yako, na ndugu zangu wamejiunga nami jioni hii ya kipekee. Bwana, tunasema katika shughuli ya kutuombea, ya kututetea, Bwana, tupatie neema ya kushirikiana na wewe. Utusafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto, utakavyo wewe, lakini ili mradhi dhambi ife kwetu, ili utakapotokea na tarumbete ya mwana, hatimaye watakatifu watakapokusanyika ng'ambo, jina langu na majina ya watoto wako ambao wamesimama jioni hii ya kipekee, majina ya watoto wako ambao wanasikia kutoka mtandaoni, majina ya wakazi wa Kenyenya ambao wamekubali injili hii, majina yetu sote yapatikane hatimaye. Asante kwa sababu ya tumaini hilo. Tuongoze kwenye vipindi vilivyosalia. Ndilo ombi letu kwa imani, katika jina la Yesu Kristo, amen. Asante. Mungu awabariki, Mungu awahifadhi. Tushirikiane na yeye ili kwamba tuweze kushinda dhambi. Amen. Tunapoingia katika kipindi kingine, Heaven Targeters, tunawakaribisha kwa wimbo mmoja. Wanapokuja nambari 116. Bwana ninataka hili, Bwana twende. Bwana ninataka
kabla hawajaimba niruhusu niseme kwamba vipindi vyetu asubuhi vinaendelea, na kwamba kuna vipindi kuanzia saa 2 ambavyo ni vya watoto VBS, ambayo itakuwepo hapa hadi siku ya Ijumaa. Kwa hivyo watoto wote wamekaribishwa kanisani. Lakini tena niruhusu niseme hivi kwamba vijana wamekaribishwa pale katika shule ya sekondari hapa chini kwa ajili ya mafundisho ya kipekee. Waswahili wanasema usiache mbachao kwa mshale upitao. Kwa hivyo watu wetu wa Kenyenya, chukua nafasi hiyo, vijana mje mpate mafundisho ambayo yataweza kubadilisha maisha yenu, sio tu maisha ya kiroho, lakini hata maisha ya kiuchumi. 3, kina mama wanaendelea na mafundisho yao katika shule ile ya Kenyenya. Iwapo hauna pesa, kwa sababu communication ambayo ilikuwepo ni kwamba lazima uweze kutoa. Hapana, njoo pale saa 3 hadi saa 6 muweze kupata mafundisho, uende nyumbani na kisha baadaye uweze kurudi katika uwanja kwa ajili ya krusedi. Kuna mambo mazuri tena mazito yanayotolewa katika mafundisho hayo katika masaa hayo, ili kwamba usije ukajutia baada ya wiki ya kwanza kwamba mimi sikupata nafasi ya kupata yale ambayo yameletwa na watumishi wa Mungu kutoka nchi za ng'ambo. Tafadhali watu wa Kenyenya, chukua nafasi hiyo, and I'm very serious with that. Watu wa Kenyenya, chukua nafasi hiyo, na narudia, watu wa Kenyenya, chukua nafasi hiyo. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Thank you for being here this evening. Asanteni sana kwa kuwa hapa jioni ya leo. I am excited to study the Bible together. Ninapata hamasa sana kujifunza nanyi Biblia pamoja. God has a blessing for you. Something is wrong. Something is wrong. Okay. God has a blessing for you. Bwana anazo baraka kwa ajili yako when you open and study his word. Unapofungua na kujifunza neno lake. How many of you like to study the Bible? Wangapi wenu wanapenda kujifunza Biblia? Amen. 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 How many of you like to spend quality time with people you love? Ni wangapi ambao mnapendeza kutumia muda bora na watu mnaowapenda? Our subject this evening, somo letu jioni ya leo, is about quality time. Linazungumzia kuhusu muda bora zaidi. I want to tell you a story. Nataka kuwapa hadithi. Many years ago, miaka mingi kidogo iliyopita, I fell in love with a woman. Nilimpenda mwanamke mmoja. Do you understand what that means? Je, mnaelewa inavyomaanisha? Yes. No. Yes. Wanaoelewa nyosha mikono, onyesha ushirikiano kidogo. I wanted to spend lots of time with her. Na nilipenda kutumia muda mwingi na yeye. I wanted to go on walks with her. Nilipenda kutembea pamoja na yeye. I wanted to go shopping with her. Nilipenda kwenda dukani pia pamoja na yeye. I wanted to talk to her on the phone. Na nilipenda kuzungumza na yeye sana kwenye simu. I wanted to spend as much time as possible with her. Na nilipenda kutumia muda mzuri kadiri iwezekanavyo na mwanamke huyu. Because I loved her. Maana nilimpenda. In the same way, lakini kwa namna hiyo pia, God loves you and I. Mungu anakupenda wewe na mimi. And he wants to spend time with us. Na anataka kutumia muda mwingi na sisi. And if we love God, na kama tunampenda Mungu, we will want to spend time with him. Nasi tutapenda kutumia muda pamoja na yeye. Our subject this evening, na hivyo somo letu jioni ya leo, the Sabbath of God. Inasema sabato ya Bwana. Let's open our Bibles to Revelation chapter 14 and verse 12. Hebu tufungue Biblia zetu kitabu cha Ufunuo 13 fungu la 12. And we're going to ask a question. Na nitauliza swali. How are God's people described? Je, watu wa Mungu wanafahamikaje in the last days of earth's history? Katika siku za mwisho za historia ya ulimwengu.
Do you have that verse? Yes. Je, umefika kwenye fungu hilo? Naam. Ufunuo 14:12. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Ufunuo 14:12, Revelation 14:12. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu au wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. God's people are described Kwa hiyo watu wa Mungu wanaelezwa as keeping his commandments. kwamba hao wanashika amri zake. Question for you. Swali kwako, How many commandments are there? wewe unazitunza au kufahamu amri ngapi? 10 commandments. Ziko 10, But one is very special in particular. lakini moja ni ya umuhimu na ni ya kipekee. It suggests a relationship with God. Na hii inaonyesha mahusiano yetu na Mungu. Let's look at Revelation 14 verses 6 and 7. Hebu tuangalie Ufunuo 14 fungu la 16 na 17. There The is Bible this, says, yes. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people. Verse 7. Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters. This is a message Huu ni ujumbe for everyone, kwa kila mmoja wetu, every nation, kila taifa, kindred, hata nchi, tribe, hata kabila and language. na kila lugha. For you and for me, Kwangu na kwako there's a special message kuna ujumbe wa muhimu to worship, wa kuabudu, to worship the Creator, kumwabudu muumbaji wetu, the one who made heaven yeye aliyeumba mbingu and all the earth. na nchi yote pia. How do we worship our Creator? Je, tunamwabuduje muumbaji wetu? Why do we worship? Na kwa nini tumwabudu? This is an important question for us today. Na hilo ni swali muhimu kwetu leo. The final issue Na jambo la mwisho in the last days katika siku za mwisho is over worship. ni ibada. Who will you worship? Na nani utakayemwabudu? Who will I worship? Na ni nani nitakayemwabudu? Will we worship God Na tukimwabudu Mungu or something else? au tutaabudu vitu vingine? Let's turn in our Bibles. Hebu tufungue tena Biblia zetu Revelation chapter 4 katika kitabu cha Ufunuo sura ya 4 and verse 11 fungu la 11 and find why is God most worthy of worship. na tuone kwa nini Mungu anastahili sana ibada. Why is he worthy of worship? Na kwa nini anahitaji na kustahili sana ibada? Revelation 4:11 says, Kitabu cha Thou Ufunuo art 4:11. worthy, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. did you hear that verse? Je, mmesikia fungu hilo? The Bible plainly says Biblia kwa wazi inasema God is worthy of worship kwamba Mungu anastahili ibada. because he created how many things? Maana ameumba vitu vingapi? All. All things. Vyote. All things. Vyote. That is the first reason, Na hiyo ndio sababu ya kwanza, why we worship God. ya kwamba kwa nini tumwabudu Mungu. We owe our existence to him. Kwamba sisi tulio vyote ni vyake. Without his creative power, Bila nguvu yake ya uumbaji we would not exist. tusingeweza kuwepo. God is worthy of our worship. Amen. Mungu anastahili ibada zetu. Amen. Let's look carefully at the commandment to keep the Sabbath. Hebu tuangalie hasa kuhusu amri usiye kutunza sabato. Exodus chapter 20, Katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 beginning in verse 8, ukianzia pale fungu la 8 8 through 11. 8 hadi 11. The Bible says, Biblia acha iseme, Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. okay, pause. Amen. hebu Pause tulia right kidogo there. kwanza. Remember. Ikumbuke. Why does God say remember? Kwa nini Mungu anasema ukumbuka?
Is it because many people have forgotten? Na hii huenda ni kwa sababu wengi wanasahau. They have forgotten the time God wants to spend with them. Na wanausahau muda ambao Mungu anataka kutumia pamoja nao. They have become caught up in this world. Na kwao wamevutwa na mivuto ya dunia. And they are forgetting what's most important. Na wanasahau lile muhimu zaidi. Is our relationship with ya kwamba God. Ni mahusiano yetu na Mungu. Who is our creator. Ambaye ni muumbaji wetu. Remember. Kumbuka. This Sabbath day. Hii siku ya Sabato. To keep it holy. Uitakase. What does that mean? Hii inamaanisha nini? How do we keep the Sabbath holy? Je, tunawezaje kuifanya Sabato kuwa takatifu? The Bible answers. Biblia inatoa majibu. Let's read verse 11. Hebu tusome fungu la 11. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. And I made a mistake. Nilifanya kosa kidogo hapa. We need to read verse 10 before 11. Hebu tusome fungu la 10 kwanza. I begin with verse 10. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Verse 11. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. God asks us to keep the Sabbath holy. Bwana anatoa jibu kuhusu kufanya Sabato ya takatifu by ceasing from work. Maana anakumbushia kuhusu kazi. To spend time with him. Kwamba tutumie muda pamoja na yeye. Uninterrupted time. Na ni muda tu ambao ni ule muhimu. Close special time. Muda muhimu wa kumkaribia. With the one we owe our existence to. Na huyo ndiye ambaye amefanya sisi tuwepo. When we work on the Sabbath, na je tutafanya kazi siku ya Sabato, we forget God. Tukifanya tunamsahau Mungu. We think we need to work and earn more money. Tunafikiri kwamba ni muhimu kuendelea kufanya kazi tupate fedha. To support ourselves. Ili kujisaidia wenyewe. But God commands us to rest. Lakini Mungu anatulazimu kwamba tupumzike. Which means, ambayo inamaanisha, he will provide what we need. Kwamba atatupatia mahitaji yetu. By working the other 6 days. Kwa kufanya kazi kwa siku 6. We will have all that we need. Tutapata vyote tunavyohitaji. If we rest on God's holy day. Kama tukipumzika siku ya Bwana takatifu. And recognize it's time with him. Na kutambua muda wetu pamoja na yeye. That he wants to spend with us. Ambao anataka kutumia pamoja nasi. When did God give the Sabbath commandment? Je, Mungu alitoa lini amri ya Sabato? Some people think it was at Mount Sinai. Na watu wanafikiri ni mlimani Sinai. But you can't remember something. Lakini unaweza kukumbuka kitu. If it was never told to you before then. Ya kwamba bado alifundisha kabla ya hapo. Let's turn in our Bibles. Hebu tufungue sasa Biblia zetu. Genesis chapter 2. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2. We'll read verses 1 through 3. Tusome fungu lile ambalo. And we'll find out when the Sabbath was given. Tusome fungu la 13. 1 to 3. 1 to 3. La kwanza hadi la 3. Yes. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, God ended his work which he had made. And he rested on the seventh day from all his work which he had made. Verse 3, and God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. The Sabbath was given at creation. Kwamba Sabato ilitolewa katika uumbaji. At the very, very beginning of this earth's history. Katika mwanzo kabisa wa historia ya ulimwengu. And was meant to be kept. Na ilimaanishwa itunzwe. All of the time of this earth's history. Katika historia yote ya ulimwengu huu.
The Sabbath goes to the beginning of our existence. Na kwa hiyo sabato inaanza kuanzia mwanzo uwepo wetu. And the Sabbath is a gift from God. Na hivyo sabato ni zawadi kutoka kwa Mungu. I want you to notice in those verses 3 things. Ninataka ujue vitu vitatu kutoka katika mafungu haya. What 3 things does God tell us about the 7th day? Mambo matatu ambayo mafungu yanatuambia kuhusu siku ya sabato. Let me first be clear. Hebu kwanza niwe wazi. That the 7th day is the Sabbath. Na kwamba siku ya saba ni sabato. Do you see in that passage? Je, umeona katika maandiko haya? God makes a very big emphasis. Mungu anaweka msisitizo mkubwa. The 7th day. The 7th day. The 7th day. Kwamba siku ya saba, siku ya saba. There can be no question. Na kwa hiyo hapo hakuna swali. What day is the Bible Sabbath? Ya kwamba ni siku ipi ya kibiblia ni ya sabato? The 7th day. Ni siku ya saba. Now let's notice. Na unataka ujue hili. 3 important things. Mambo makubwa matatu. That God shows that he did for the Sabbath. Ambayo anaonyesha kwamba ameyafanya kwa ajili ya sabato. Kwanza. Jambo la kwanza. Kwanza. He rested on the Sabbath day. Alipumzika yeye mwenyewe siku ya saba. Not because he was tired. Sio kwa sababu alikuwa amechoka. But to cease from all labor and focus on a relationship. Lakini akaacha kazi zote akaanza kudumisha mahusiano. God rested. Mungu akapumzika. Second of all. Lakini jambo la pili. He blessed the Sabbath day. Alibariki siku ya saba. He blessed time. Alibariki wa muda. He made time holy. Akaufanya muda huo kuwa mtakatifu. What God makes holy, ambacho Mungu amekifanya kitakatifu, no man can change. Hakuna mwanadamu akubadilisha. Amen. The third thing God did. Jambo la tatu Mungu alilofanya. He sanctified the Sabbath. Akaitakasa hiyo sabato. What does it mean to sanctify? Ina maana gani kuitakasa? To set apart. Ni kuitenga kando. To move away from. Ni kukaa mbali na. For a special holy purpose. Kwa sababu ni maalum za kitakatifu. A divine purpose. Na ni sababu za kimbingu. And that divine purpose, na hizo sababu takatifu za kimbingu, is to spend time with you and me. Ni kutumia muda pamoja na mimi na wewe. Let's review the 3 things. Hebu turudie mambo ya matatu. God rested on the 7th day. Bwana mwenyewe alipumzika siku ya saba. He blessed the 7th day. Akaibariki siku ya saba. He sanctified the 7th day. Akaitakasa siku ya saba. That is crystal clear. Na hivyo iko wazi na moja kwa moja. Amen. Amen. Now let me illustrate just a little bit. Hebu nitoe mfano kidogo hivi. Imagine there is a man. Hebu chukulia kwamba kuna mtu. And he wants to marry a woman who has 6 sisters. Ambaye anataka kuoa mke ambaye ana mwanamke lakini kwao kuna wadada wengine 6. The man wants to marry the 7th sister. Na kwa hiyo huyu mwanaume anataka kuoa mwanamke wa 7 kati ya hawa 6. What if the father of the daughters, what if the father of the daughters said, je, baba wa watoto wao wasichana wao atasemaje? They're all women. Wote ni wanawake. They're all related. Na wote ni ndugu. They're all sisters. Na wote ni dada. Just marry the first one. Lakini kwamba hebu watu wa kwanza. But the man says, lakini mwanaume huyo anasema, no. Hapana, hapana. I love the 7th one. Namtaka wa 7 ndiye ninayempenda. It's the 7th one I want to marry. Kama wewe ndiye wa 7 nataka kumoa. There is a difference to me. Kuna tofauti kwangu. Some people say, watu wanasema, every day of the week is the same. Kwamba siku zote za wiki ni sawa. The sun comes up. Kwamba jua linatoka. The sun goes down. Na jua linatua. But the Bible says, lakini Biblia inasema, on the 7th day, kwamba ilipofika siku ya 7, God blessed it. Mungu akaibariki. He sanctified it. Akaitakasa. It is different than any other day. Ni siku tofauti na zinginezo. Just like the 7th daughter, ni kama huyu binti wa 7 was different from the other 6 daughters. Alikuwa tofauti na wengine 6. I hope that makes sense. Nafikiri hilo linaleta uhalisia kidogo. Okay. All right, my next question. Swali langu la pili ndio, did God give the Sabbath only for Israel?
Je, Bwana alitoa sabato kwa Waisraeli peke yake? Let's read Mark chapter 2. Hebu tusome Marko sura ya 2 verses 27 and 28. katika fungu la 27 na 28. And the Bible makes clear. Na Biblia inaweka wazi. The Bible is for everyone. The Sabbath is for everyone. Ya kwamba sabato ni ya kila mmoja wetu. And they said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. The Sabbath was made for who? Sabato iliwekwa kwa ajili ya nani? For humanity. Ya kwa ajili ya wanadamu wote. All people. Watu wote. To enter into a close relationship with God. Ili kuweka ukaribu wa kimahusiano na Mungu. Their creator. Yeye aliye muumbaji. It is for everyone. Ni kwa ajili ya kila mmoja. The Sabbath was given to Israel, kwamba sabato ilitolewa kwa Israeli, to let the world know, ili kufanya dunia nzima ijue, but they kept it to themselves, na kwamba sio tu waitunze kwa ajili yao wenyewe, and thought they were better than other people, ndio kwamba walikuwa bora kuliko wengine, because they knew this sacred information. Maana walijua siri hii nzito ya taarifa. What special purpose does the Sabbath give to us? Kwani ni makusudi gani maalum ambayo sabato inayo kwetu? Let's read Ezekiel chapter 20. Hebu tusome Ezekieli sura 20 verse 12. Fungu la 12. And the Sabbath is a very special sign, ya kwamba sabato imebeba dalili kubwa maalum, that God has given to you, ambayo Mungu anaitoa kwetu and to me, na kwangu. Moreover, also I gave them my Sabbath to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. The Sabbath is a sign. Sabato ni ishara. Something you can see, ili kwamba uweze kuona, that identifies God's people. Kwamba hiyo ndio inayowatambulisha watu wa Mungu. His true followers. Wale ambao ni waumini wake hasa. The Sabbath shows who is really following God. Na kwa hiyo sabato inaonyesha ni nani hasa anayemfuata Mungu. If you consider the other commandments, kwamba ukifuata tu amri zingine, thou shalt not steal, kwamba usiibe, thou shalt not kill, usiue, thou shalt not commit adultery, kwamba usizini, you might not see me not doing those things. Unaweza ukaniona sifanyi hivyo vyote. But if I keep the Sabbath, lakini kitunza sabato, you will see that. Utaona pia. It will be a sign, itakuwa ishara, to everyone around me or you, kwamba yeyote ambaye yuko ataona kwangu, that I worship the true God, kwamba ninamwabudu Mungu wa kweli, the creator God, yeye Mungu muumbaji. A sign, God says, hiyo ndio ishara, anasema Bwana, that just as he sanctified the Sabbath day, ya kwamba kama alivyoitakasa siku ya sabato, he wants to sanctify his people also, anataka kuwatakasa watu wake pia, to set you apart, kukuweka wewe kando, for a holy purpose, kwa ajili ya makusudi matakatifu, a divine purpose, makusudi ya kimbingu, separate from the world, wewe unatengwa na ulimwengu, special to God, unakuwa mtu maalum kwa Mungu, to follow his will, ili ufuate mapenzi yake. You are sanctified by keeping the Sabbath. Unatakaswa kwa kuitunza na kuishika sabato. This is not just an ordinary day. Hii sio siku tu ya kawaida. Did Jesus keep the Sabbath? Yesu mwenyewe alishika sabato. Jesus is our perfect example. Kwa maana Yesu ndiye mfano wetu halisi imara. If we ever have a question, na kama tunakuwa tuna maswali hivi, or a doubt, ama tunakuwa na hofu na mashaka, what did Jesus do? Lazima tufuate nini Yesu alichofanya. The Bible has the answer. Biblia bado ina majibu. Luke chapter 4 verse 16. Ukisoma Luka 4 mstari wa 16. Luke 4 verse 16. Luka 4 fungu la 16. And they came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. What was Jesus' custom? Kwani desturi ya Yesu ilikuwa ni ipi? His regular practice. Ya kwamba tendo lake aliyofanya endelevu. He went into the synagogue.
alienda kwa sinagogi. That's the church. Na hivyo ni kanisa hili. On the Sabbath day. Na tena ni siku ya Sabato. This was his regular practice. Na inaonekana ni tabia yake mwendelezo. Every Sabbath. Kila Sabato. He went to church. Alienda kanisani. To worship God. Kumwabudu Mungu. He is our example. Yeye ndiye mfano wetu. In all things. Katika mambo yote. Jesus kept the Sabbath. Yesu mwenyewe ametunza Sabato. Did Jesus ever indicate the Sabbath would be changed? Je, kutunza Sabato ama Sabato iliyotunzwa na Kristo itabadilika? There are some who say, wako watu wanaosema, when Jesus died on the cross, kwamba Yesu alipokufa msalabani, the Sabbath was changed. Sabato ilibadilishwa. This is not true. Huo sio kweli. Careful Bible study wale wanaosoma Biblia kwa angalifu shows the Sabbath continues forever. Wanaona kwamba Sabato imeendelea milele. Let's read Matthew 24 verse 20. Hebu tusome Mathayo 24 fungu la 20. Jesus' disciples had come to him, kwamba wanafunzi wake walimjia, and they had asked him, what are the signs of your coming? Wakamuuliza, je, nini dalili na ishara za ujio wako? And of the end of the world? Na nini hasa ule mwisho wa ulimwengu? In the last days. Je, katika siku za mwisho that we are living in right now. Katika dunia tunayoishi kwayo sasa. And what does Jesus say in Matthew 24 verse 20? Yesu alisemaje katika Mathayo 24:20? But pray ye that your flight may not be in the winter, neither on the Sabbath day. Jesus told his disciples, Yesu akawaambia wanafunzi wake, in the future, katika ujio wa mbele, after his death on the cross, baada ya kifo chake kwenye msalaba, to pray, kwamba waombe, they would not have to flee on the Sabbath, kwamba wasije wakakimbizwa siku ya Sabato, when Jerusalem was destroyed. Baada ya Jerusalem kuharibiwa. Why would he ask them to do this? Kwa nini alikuwa anawauliza kuomba hivyo? If the Sabbath was abolished. Ni kama basi Sabato imefutwa. It's because the Sabbath continues on. Ni kwa sababu Sabato ni mwendelezo. They were to pray, wangetakiwa kuomba, that they would not have to flee for their lives, ili kwamba wasije wakakimbizwa, and not be able to spend, na wakashindwa kutumia muda, special time with God on Sabbath. Muda maalum na Mungu wao. The Sabbath continues on to today. Sabato ni mwendelezo hadi leo. Amen. Amen. Did the disciples of Jesus keep the Sabbath? Swali ni, je, wanafunzi wa Yesu walitunza Sabato? Some people say, watu wengine wanasema, that the disciples had authority, kwamba wanafunzi walikuwa na mamlaka, to change the Sabbath day. Kuibadilisha Sabato. But is this true? Je, ni kweli? The Bible has the answer. Biblia bado ina majibu. Acts chapter 13. Ukisoma Matendo sura ya 13. We will read verses 42 through 44. Utasoma fungu la 42 hadi 44. And see, what did the disciples do? Na utaona kile wanafunzi au mitume walichofanya. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought them that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation was broken up, men of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. And at the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of the Lord. What did the disciples do? Je, mitume walifanyaje? They preached in the synagogue every Sabbath. Walihubiri kwenye sinagogi kila Sabato. They went to church every Sabbath. Walienda pia kanisani kila Sabato, to preach the word of God. Wakilihubiri neno la Mungu. And what was the impact of that preaching? Na kwani walikuwa wanahubiri nini? I love that last verse. Napenda fungu la mwisho. It says, linasema, that almost the whole town came to hear God's word. Na kwamba karibia mji wote ulikuja kusikiliza siku ya Sabato. And so wouldn't it be awesome, kwa hiyo itakuwa ni mshangazo, if this coming Sabbath, kwamba Sabato ijayo, the whole town of Kenyenya, mji wote wa Kenyenya, came to hear God's word. Ukaja kusikia neno la Mungu. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. The whole town. Will you invite someone to come and hear God's word? Mji mzima mtu mmoja aje.
You will invite someone. Utakukaribisha mtu. The whole town. Let's have the whole town here Tunahitaji mji wote hapa on Sabbath siku ya Sabato to hear God's word. ili wasikie neno la Mungu Just like in the Bible. kama ilivyo katika Biblia. Some people say Watu wengine wanasema that Jesus changes. kwamba Yesu alibadilisha. But let's read carefully. Lakini hebu tusome tena kwa makini Hebrews chapter 13. Kitabu cha Waebrania sura ya 13 verse 8. fungu la 8. Hebrews 13:8 tells us about Jesus Christ and his character. 13:8 inatuambia kuhusu upendo na namna ya Kristo. A powerful verse. Ni fungu imara hili. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Amen. Amen. Jesus Christ, the same Kristo ni yeye yule yesterday, jana, today, leo and forever. hata milele. Has the Sabbath been changed? Je, Sabato itaweza kubadilika? No, it has not. Hapana, haiwezi. He gave it as a gift to the human race. Alitoa kama zawadi kwa kizazi cha all wanadamu eternity. na kwa ajili ya uzima. Jesus Christ does not change. Yesu Kristo habadiliki. The Sabbath serves a special function. Na hivyo pia Sabato inafanya maana fulani maalum. Let's read Isaiah chapter 8 verse 16. Hebu tusome Isaya 8 fungu la 18. This is not just an ordinary day. Isaiah 8 and Isaiah verse 16. Isaiah 8 verse 16. Fungu la 16 kumradhi. Bind up the testimony, seal the law among my disciples. Seal the law among my disciples. Ya kwamba weka ishara kati ya watu wangu. How many of you know what a government seal is? Je, watu wangapi wanajua kwamba hiyo alama ama chapa ni nini? It's an official insignia of the government. Mhuri ni kitu maalum sana cha nchi au serikali. A seal has 3 characteristics. Unajua muhuri una sifa kuu 3. Every seal has 3 characteristics. Kila muhuri ama chapa ina sifa 3. And they are found only in the 4th commandment, the Sabbath commandment. Na hizo zote zinapatikana katika ile amri ya 4 ya Sabato. Let's first identify the 3 parts of a seal. Hebu tuangalie vitu vitatu vinapatikana kwenye muhuri. Kwanza, jambo la kwanza, it has the name of the lawgiver. Inayo jina la mtoa sheria au amri. Their name. Jina. Number 2. Jambo la pili, it has their official title. Inakuwa na habari kamili. What title or position do they hold? Na inatoa nafasi ama umaalumu wa mtu huyo. And then number 3. Lakini jambo la tatu, where is their authority over? Na kwamba huo ufalme unaisha au hiyo nafasi itaisha lini? Where do they have power to make decisions? Na kwa hiyo nguvu ya kimamlaka ya maamuzi ikoje? Brothers and sisters, ndugu kaka na dada, we find the seal of God, tunaipata hiyo muhuri wa Mungu, only in the Sabbath commandment. Katika amri ya Sabato peke yake. The 3 elements of a seal, mambo makubwa matatu ya usu ya muhuri, are only found in that commandment. Yanapatikana tu katika amri hii ya 4. None of the other 9 commandments have the seal. Si amri nyingine 9 ambazo zinakuwa na muhuri. So in Exodus 20 chapter 8 verse 11, we find those 3 elements. I want to identify them for you. Kwa hiyo katika kitabu cha Kutoka 8:11 tunapata hizo sifa na nataka kuzieleza kwenu. Exodus 20 verse 11. Yes. 20:11. Inasema, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So who is the name of the lawgiver? Kwa hiyo hapa jina la mtoa amri ni nani? That verse says he is the Lord. Na hili fungu linaweka wazi ni Mungu, Almighty God. Mungu mkuu.
What is his title or position? Na jina lake na nafasi yake ni ipi? It says the Lord made. Ya kwamba huyu ndiye aliyefanya. The Lord created. Aliyeumba. His title is, hivyo wadhifa wake ni the creator. Ni muumbaji. He is the creator. Yeye ni muumbaji. And where is his authority? Na je, ana mamlaka katika eneo gani? It says following, inasema bado, he made heaven and earth, kwamba aliumba mbingu na nchi, the sea and all that in them is, bahari na vyote vilivyomo. His authority, kwa hiyo hivyo cheo chake, is the entire world. Kipo dunia nzima. He has power to make laws and authority over the whole world. Ana mamlaka ya kutengeneza sheria na uwezo wa kusimamia kote. The seal of God, hivyo muhuri wa Mungu, will be possessed by those who follow God. Utashikiliwa na kutunzwa na wale ambao wanamfuata Kristo. In the last days, katika siku za mwisho, in the book of Revelation, katika kitabu cha Ufunuo, only those who have the seal of God, ni wale tu wenye muhuri wa Mungu, will be ready to go to heaven with Jesus when he comes. Watakaoondoshwa kwenda mbinguni Bwana alipo. The seal of God, muhuri wa Mungu, is found in the Sabbath. Unapatikana kwenye Sabato. It is a sign, ni alama, to everyone, kwa kila mmoja, that we are God's faithful worshipers, ambao ni waaminifu, waabudu waaminifu wa Mungu, as our creator, kama muumbaji wetu. Amen. 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 My next question for you, swali langu jingine kwenu ni, will the Sabbath still be kept? Je, Sabato itaendelea kutunzwa after Jesus comes? Baada ya Yesu kuja. That seventh day. Na kwamba siku ya saba. Let's read together. Hebu tusome pamoja. Isaiah 66. Katika Isaya 66. Verses 22 and 23. Fungu la 22 na 23. Isaiah 66, 22 and 23. Hiyo ni Isaya 66 fungu la 22 na 23. For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, says the Lord, so shall your seed and your name remain. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, says the Lord. From one Sabbath to another. One Sabato moja hata nyingine. In the new earth, after Jesus comes, katika dunia mpya baada ya Yesu kuwa amekuja, all the righteous saints, wale wote watakatifu waliokombolewa, will come together, watakusanyika pamoja, to worship before their creator, wakimwabudu muumbaji wao, in the earth made new, katika ulimwengu wote. What a blessing this will be. Ni baraka kiasi gani huu. Jesus will preach the sermon. Na kwamba Yesu atahubiri. Jesus will teach the Sabbath school class. Atakuwa anafundisha shule ya Sabato. The angels will do special music. Na kwa hiyo malaika watatoa muziki maalum. And we will all sing together. Na wote tutaimba pamoja. Worthy is the lamb that was slain. Na hivyo tutaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo aliyechinjwa. Our hearts will be overflowing with gratitude. Moyo wetu utakuwa ukitoa shukrani kuu. For God's love for us. Maana ni jinsi ya upendo wa Mungu kwetu. We have a saying in America. Tunao msemo kule Marekani. The most valuable thing you can give to someone, ya kwamba kitu maalum ambacho naweza kumzawadi mtu, is not money. Sio pesa. It's not stuff or things. Sio vitu vinavyoshikika. The most valuable thing you can give to someone, kitu ambacho kina thamani unachoweza kumpa mtu, is your time. Ni muda wako. Undivided time. Ya kwamba muda uliotengwa. Time to focus and spend in a relationship. Muda ambao unaweza kutoa na kutumia kwa ajili ya mahusiano. Friends. Marafiki. Do you see that God has given us his time? Je, mnaona kwamba Mungu ametoa muda wake kwetu? Especially on the seventh day of the week. Na huo muda hasa ameutoa zaidi siku ile ya 7 ya juma. Time for us to be renewed. Muda wa sisi kuishwa upya. Time for us to rest. Muda wa sisi kupumzika. Time for us to be revived. Muda wa sisi kupata mwamsho wa kiroho tena. Time for us to be recreated. Ni muda wa kufanywa kuumba upya.
in the image of God who loves us. Na tena katika sura ya Mungu anayetupenda. Brothers and sisters, ndugu kaka na dada, because Jesus has given us the Sabbath, kwa sababu Yesu Kristo ametupatia hii sabato as a sign of his power, kama alama na ishara ya uwezo wake, power to create, uwezo wake wa kuumba, power to sanctify, uwezo wa kutakasa. Will you join me? Je, utaungana na mimi leo and remember the Sabbath day, na kuikumbuka siku ya saba, to keep it holy? Ili uitakase. Will you remember? Naomba mikono yenu juu. And keep holy God's Sabbath. Utaungana nami kukumbuka siku ya sabato. Amen. Amen. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Jioni ya leo, baada ya neno hili zuri ambalo Kristo analihubiri wazi wazi, akiwaambia walioko barabarani, akiongea na walioko dukani, akiongea na walioko bodaboda, akiongea na wale wote ambao tumekuja, akizungumza na kila mmoja mtandaoni, akiongea na kila mmoja anayesikia sauti hii, kwamba ametoa zawadi kubwa kwa ajili yetu. Na zawadi hiyo sio nyingine, ameitoa sabato. Na nimependa maneno ya mchungaji Brian, anasema kama kuna kitu cha thamani ambacho mtu anaweza kukitoa, kitu hicho sio kingine ila ni muda. Kwa hiyo Mungu ametenga muda, ametoa muda ili akufikie wewe, ili anifikie mimi, ili akae na sisi, na hakuna kitu kingine tena atakachoweza kukitoa kama muda aliyoutoa kwa ajili ya sabato. Masaa 24 Mungu anakaa pamoja nasi. Masaa 24 bila kazi, masaa 24 ya kuomba, masaa 24 ya kuimba, masaa 24 ya kusoma neno, masaa 24 ya kutakaswa. Ninamwita kila mwana Kenya, naongea na kila mmoja anasikia mbali, anasikia karibu, na ambaye yuko mtandaoni. Imetosha kukaa mbali na muda ambao Mungu ametenga kwetu kila sabato. Ila ninachokipenda zaidi ni hiki: mazoezi ya saa 24 ya siku pekee ya saba ya juma, ambayo ni siku ya sabato, yanatuandaa kuwa na uwezo wa kukaa na Bwana ambaye ametenga muda hapo mbeleni. Anakuja ili aspendi muda wake na sisi milele na milele. Amen. Amen. Kwa lazima ujifunze kutumia masaa 24 kukaa na Bwana, maana ni mazoezi ya kukaa na yeye milele na milele. Tutakaa pake Yesu. Kwani Bwana asifiwe. Kama unanielewa punga mkono. Mtu mmoja akasema, kama hauwezi kutumia lisali moja na Mungu duniani, je, utaweza kutumia maisha yako yote pamoja na yeye mbinguni? If you cannot spend even a single day with God, how will it be possible for you to spend all time with him in eternity? That must be the question. Because he wants one day out of the 7 days. He wants only one day. And then if you are so busy to even fail to attend and even be with him for 24 hours out of the 7 days, my question and your question should be, how will it be when he inquires that I and you shall spend all time with him for eternity? Na kama utaelewa hilo, kwamba Mungu anatupitisha kwenye mazoezi ya kutunza sabato kwa siku moja ya masaa 24 ili atuandae kuwa candidate, atupe mazoezi ya kutumia muda wote pamoja na yeye
mbinguni, na itakuwa wapendwa ni namna gani? Milele na milele. Bwana asifiwe. Hebu wangapi wameelewa hiyo mambo nimesema hapo? Wangapi wameelewa hilo? Na kwa hiyo ninawaita ambao wako bize na maduka, nawaita ambao wako bize na bodaboda, nawaita ambao wako bize na biashara. Kama kweli umejiandaa kupotea na unadai kwamba huwezi kupoteza siku nzima unaabudu, swali linakuwa je, unajiandaaje kukaa na Mungu milele ikiwa siku moja huwezi kuacha kazi? Kama sio uongo ambao wachungaji na viongozi wa dini wanatuambia unaweza kufanya kazi, ukitoka kanisani fanya kazi, unaweza ukaendelea na kazi. Kama viongozi wa dini na waumini wote hawatajifunza kuwa na masaa 24 ambao wanayatumia kwa ajili ya Bwana, how will they then be prepared to rest with God forever and ever? Ikiwa umeelewa jambo hili, hata kama uko barabarani, hata kama uko mtandaoni, hata kama uko kokote, ninaomba utoke kwenye uongo huo. Shetani hataki, maana Bwana ameweka siku ya 7 yawe mazoezi yetu kwa ajili ya mbingu, lakini shetani analeta siku ya kwanza, tena anakuambia you can just worship for a while, for some few hours and go back to your labor. That is totally not true. Wangapi wanasema? Leo tena ninaelewa maana wako Waadventista ambao muda wa masaa matakatifu ya Sabato wana muda wa kwenda saluni, wana muda wa kwenda kwenye mavyumba vya michezo, wana muda wa kufanya vitu vyao. Nami nawatangazia Waadventista, siku ya Sabato masaa 24 yote yamewekwa rasmi yawe matakatifu mbele za Bwana. Nasema tena, yawe matakatifu mbele za Bwana. Acha vitu vyote. Na ndio maana mashauri yanayotolewa na waandishi wengine nje ya Biblia, akiwemo Ellen G. White, anasema kwamba tutakuwa na muda mwingi wa kutosha kufanya kuwa muda wa Mungu. Na siku ya 7 leo shetani amezidi kuweka program, anaweka hata vikao, anaweka hata mambo mengi, anataka tupunguze quality time na Mungu. Na hata watu wanafanya vikao, mabaraza, wanaenda kusalimia, wanaenda kuzurura, wanaenda kwenye harusi, wanaenda kwenye michezo, wanafanya luxury zao. Nataka niwaambie neno lililogumu kidogo jioni ya leo. Kama utaitwa msabato ambaye hana muda wa siku ya 7 ulio kamili, wewe ni mbaya kuliko ambaye hajatunza Sabato. Na kwa hiyo ninawaambia watu wote tunaosikia leo, walio Waadventista na ambao sio Waadventista, Bwana anataka his own quality full time with him and no discussion. Amen. Wangapi wanasema ninasikia wito na hii ni sauti ya Bwana kwangu mimi ambaye Sabato naijua tangu kuzaliwa, ila napata masaa 2 lisali moja la kupanga foleni saluni siku ya Sabato. Napata muda wa kwenda kukaa dakika 90 naangalia mpira siku ya Sabato. Napata muda wa kukaa kupiga umbea siku ya Sabato. Napata muda wa kusafiri, ndio siku natumia kwenda kusalimia wazazi badala ya kukaa na Mungu siku ya Sabato. Wako watu ambao wamekuwa wa Sabato wa jina tu, and I must tell you the truth no matter what. Hatuwezi kuwa wa Sabato wa jina, hatuwezi kushikilia title alafu hatufanyi kile tunatakiwa mbele za watu wote hawa.
Ninawaambia wasio Adventista, Yesu anakuja na tutoke huko katika uongo huo. Bwana anatuita mapema kabla hajarudi. Amen. Lakini sisi tunaojua kweli, na tuwe taa, na tuwe nuru, na tuwe mamlaka ya dunia, ili kwa uchache wetu kwa kusimama, dunia nzima imulikiwe nuru. Yesu aje atuchukue. Amen. Wangapi wanasema sasa, ninakuhitaji Yesu, na nimejua, na leo tena nimejua, na tena sio kujua, nimekumbushwa. You need my full time with you, practically, that I may be able to qualify to be the candidate of heaven, that I may be able to spend all hours, day and night, praising, uplifting you, singing the song of the Lamb, proclaiming how I was saved, and to know and to be able to say from morning to evening, holy, 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 holy is the Lamb. Amen. Forever. Amen. And ever. Amen. Wangapi wanasema Yesu, huo ndio wito wangu jioni ya leo. Mimi naijua Sabato, na ambaye hajui, kwani usisimame? Why can you not stand? If it is really your appeal that I will surely learn how to spend fully 24 hours fully, and without any obstacle, any query among I and my God, I will spend all 24 fully, because God has set it apart, and He is even ready. He has prepared it, and every Saturday and every seventh day of the week, He is there waiting to spend the quality time with you and me. Nasikia mwito, ni sauti yako, nikasafiwe kwa damu yakwa, gikwa kwako Yesu, nimesongea mtini pako, unisafi kwa damu yakwa, gikwa kwako ni mnyonge kweli, umenipa nguvu, ulivyonisafi takani utimilifu, leo nimesongea mtini pako, unisafi kwa damu yakwa, gikwa kwako Yesu, unijovya mapenzi, mapenzi, imani, tumai, amani, radhi, hapa na mbinguni. Sasa nimesongea mtini pako, unisafi kwa damu yakwa, gikwa kwako napata wokovu, wema na neema kwako Bwana, nina nguvu na haki daima, nimesongea Bwana mtini pako Yesu, unisafi kwa damu yakwa, gikwa kwako. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Wapendwa, Bwana asifiwe.
Wangapi wanakata shauri kwa ukweli wakiwa wamesimama wanasema, Yesu, mimi kwanza umenipa nuru ya kuijua Sabato, lakini ukweli wenyewe ni kwamba sijaitunza. Umetumia muda huo vibaya. Hata wewe unajua kwamba umeutumia kupanda magari, muda wote unabadilisha magari siku ya Sabato. Unatoka hapa unaenda mpaka sijui Nyanchwa, unaenda hapa unatoka mpaka unaenda Nyamira siku ya Sabato. Wewe muda wote unazurura tu. Siku ya Sabato unapika, muda wote unapika tu. Siku ya Sabato wewe mdomo upoi, ndio unaweka vikao Sabato mchana, unasengenya watu siku ya Sabato. Lakini unasema sijawahi kuelewa ukweli huu kama ambavyo Pastor Brian amehubiri. Na hapa ili ujue niko fair, ninawaambia watu wote ambao wamesikia habari ya siku ya saba ya kwamba hiyo ni siku ya Sabato, waielewe kama maandiko yalivyosema. Na kama kuna mtu ambaye ameshindwa kukuelewesha kulingana na maandiko, ila anatumia mamlaka yake, tumeambiwa Sabato ni ya Muumbaji, na yeye ana mamlaka kwa wote aliowaumba, na yeye mwenyewe tu, ili utakaposema imekwisha, kila mmoja au upande wa watakatifu wako. Baba Mungu wetu, jioni ya leo pia tunaomba, na nimeliongea kwa maumivu makubwa sana, maana somo hili limegusa watu wote mtandaoni, limegusa watu wote walioketi hapa, limegusa walioko kule madukani na mbali zaidi, kwamba Sabato ya siku ya saba ni ya kwako. Tangu uumbaji ukaileta Sinai, ukaileta kipindi cha Ezekiel, ukaileta kipindi cha Isaya, ukaenda nayo mpaka Agano Jipya, na Yesu Kristo ulipokuja ukawa Bwana wa Sabato. Kana kwamba haitoshi, wewe mwenyewe ukasisitiza mwendelezo wa Sabato. Kana kwamba haitoshi, mitume wakasisitiza mwendelezo wa Sabato. Kana kwamba haitoshi, wakati wa Yohana wa Ufunuo Sabato ikatajwa tena. Kana kwamba itoshi, unakuja ili utuchukue kwenda kupumzika na wewe milele na milele. Ninakuomba uongee na viongozi wa dini, uongee na waumini mbalimbali, uongee na watu wote wa Kenyenya. Naomba utume malaika wako ukawaambie, miongoni mwa ujumbe mkubwa kabla ujaja ni kwamba wewe Yesu ni Bwana wa Sabato. Wewe ni Bwana wa Sabato. Wanaoitwa wa Sabato kama mimi, watusaidie kuishika hiyo Sabato kiukweli ukweli, na wale ambao tujaipokea tunayo nafasi ya kuokolewa. Yesu, ita watoto wako katika mkutano huu. Tubariki, tupatie jioni njema. Bariki mchungaji Brian Hindman, bariki kundi kutoka Amerika, bariki Evangelist Robinson, bariki Daktari Rose, bariki Heaven Targeters, bariki uongozi wote wa kanisa la mtaa wa Kenyenya district na wilaya hii, bariki deacons, elders, pastor na kila mmoja, lakini bariki wenyeji wa mkutano na wageni walioweza kuhudhuria. Wewe Bwana wa Sabato unayekuja, utakapokuja utuchukue pamoja twende mbinguni. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Bwana awabariki sana. Twendeni tukapeleke habari hizi. Lakini waandishi wetu wa majina ya ubatizo, ikiwa na watu wako walete pale. Bado tunaandika majina, na Jumatano tutatoa wito wa hadhara. Ninaomba watu endelee kuandika. Tunaona majina mengi yanaandikwa, watu wanaendelea kufika, na tunajua umati mkubwa utabatizwa. Peleka majina yako, peleka majina ya rafiki zako. Rafiki yangu yuko pale na daftari, nenda ukamuone mwinjilisti wetu wa kuandika majina. Jioni ya leo usiondoke bila kupokea wito wa Bwana wa Sabato. Mungu awabariki. Karibuni asubuhi, karibuni kwenye vipindi vya siku nzima kwa jina la Yesu. Amen.
Alo. Amangana inama ya mnachile igo. Amatangazo naliga igo. Wale watoto ambao tulitangaza waliopotea wamepatikana leo kule. Wamepatikana leo kule Kisii. Kwa hivyo wamepatikana. Abasaye bonsi pi, all the youth. Vijana wote mnahitajika kuja hapa mbele ili tupange shughuli ya kesho. Makanisa yote yameombwa kushughulikia harusi mbili ambazo tutakuwa nazo. Nazo ni kwamba kila kanisa itoe shilingi 500. Hiyo ni 1,000 kutoka kwa kila kanisa. Gekongo. Kanisa la Gekongo litakuwa katika Samu. Kanisa la Gekongo litakuwa Samuni kesho. Kwa hivyo mpaki nyuma. Lia Masoni wapaki nyuma, tupange shughuli ya visitation ya kesho. Abantu ba Masoni motigale magega tubange 2 yetaro abageni baje gutareke nyoro mambia. Gekongo mpaki nyuma, mtakuwa Samuni kesho. Ini moja kabe diuti mambia, ini moja kutenanizu kwa lia mambia. Motigale magega. Lia Masoni visitation na ekale mpaki nyuma. Vijana wote abasaye bonsi pi, abasaye banchwa mambi nalimo mwata mangana manene omokwani obabangeire mereme mia na mafunza amaya kesho. Lia Mason musiende kabla ya kupanga shughuli ya kesho. Gekongo musiende kabla ya kupanga jinsi ya kuwa Samuni. Samuni yenu. Abasaye baje jukwaa, tulitangaza muje hapa mbele jukwani, muje mbele jukwani. Na asante sana. Mahubiri ya kesho yashughulikiwe kuanzia saa 11. Huko nyoruo konyora kidogo nkeyo. Abangina moinyorigwe maambia goya konyoruo konyora kidogo nke. Said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to